Yesu, hakuna kama wewe. Pokea sifa, pokea utukufu Yesu. Pokea heshima, pokea na nguvu. Tunalinyenyekea mbele jina lako. Wewe ni mfalme wa wafalme. Tunanyenyekea tukisema unastahili Bwana, unastahili, unastahili Yesu. Tunajiunga na wazee wanaokushukuru na kukuinua mbinguni na malaika Baba yetu. Heshima ni zako, hatuna mwingine wa kumheshimu. Mamlaka ni yako, hatuna mwingine mwenye mamlaka kama yako Yesu. Uweza ni wako, hatuna mwingine mwenye uweza kama wako. Thank you Jehovah. Thank you our Redeemer. Thank you our refugee Lord. Thank you our helper. Thank you our leader. Thank you our guider. Thank you for what you have done in our lives this morning. Hakuna kama wewe mlinzi wetu, hakuna kama wewe Yesu. Umetutenda mema Baba yetu. Umelinda watoto wetu, umelinda wazazi wetu, umetupa afya na uhai Yesu, umetupa na amani. We thank you Yesu. Hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe Mungu usiyeshindwa. Pokea heshima na nguvu na uweza, pokea adhama na mamlaka. Hakuna kama wewe. Oh, we thank you Jesus. We thank you King of Glory. Asante mfalme, asante Baba yetu. Oh, we thank you Jehovah. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakutukuza, maana kando yako hatuna Mungu mwingine asubuhi ya leo. Tunayo kila sababu ya kusema wewe ni Mungu, tunayo kila sababu ya kulimidi na kulinua jina lako. Umekuwa mwaminifu Yesu, umetulinda tangia tulipotoka mahala hapa, tumeona wema wako na fadhili zako mfalme. Umekuwa mwaminifu kwa kila jambo, tunashukuru na tunasema ni asante. Yesu Kristo, tunaenda kulisikiza neno lako, tunaomba ukatunenee na ukatuhudumie kwa njia ya kipekee. Mwana wa Mungu na anayenena neno ukamtumie mwana wa Mungu Yesu Kristo, mbingu zikafunguke kwa ajili ya kuhudumiwa kwetu. Asante maana wewe ni mwaminifu na mapenzi yako yakatimie juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema. Ema mbingia. Mungu wetu amekuwa mwaminifu. Tatu itobero mwegenwa. Ametulinda, ametuonekania. Otorendire, tororekanire. Na tumepata nafasi ya kukuja nyumba yake kwa kumwabudu siku ya leo. Twanyolire libaga gocha se nyumba ya etu mosasimeri tukulia lero. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu, wacha pewe sifa. Igoma neno itono mwegenwa tigae uoba nene. Asubuhi ya leo nitaenda kuzungumzia juu ya imambia lero ninchikukuanira igoro ya kujipa moyo kwa maombi. Kweo moyo asama sabo. Katika kitabu cha Luka 18:1-7, Luka 15:3 kuanzia 1 kuendelea. Wachakereye moko gendelea. Inasema hivi kwa lugha ya Kikisii. Yesu akabatebya omuleng'anyo ing'ane bagwenerete kumusaba Nyasaye butambe tibakwe emyoyo. Akabora narenge omugambi asomo kigete utasigete Nyasaye usetale koyera muntu. Nasomo kyoyo narenge omuboraka orenge kumukyera butambe ogoteba ngambere boronge asomo sirone. Omugambi olia asekeregeke tanja nyuma agateba asomo oyoye. Nonya inje tinsigeti Nyasaye usetindi koyera muntu. Kulende kiagera omuboraka oyandosirie nimugambere boronge tacha kondosia asowonchichera butambe. Omonene akabura iwaya omugambi otali omuronge agoteba
ine Nyasaye takobanyorera oburungi abachore baye abakomurera obotuko na asomugaso na obotuko na ere takoba noboremereria asebale. Biblia inasema kwa Luka 18 1-7, tuanzie 1, nasema ya kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Ya pili nasema akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa akimwendea akisema nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake ijapokuwa simji Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twasomira amalika yaiga tali amageni asetole twensi twabere tukoyasoma. Tumesoma maandiko na maandiko haya si mageni kwetu, tumekuwa tukuyasoma haya maandiko. Igoro yo mwabora kolya juu ya mama mjane yule olekumuchera omugambira sengenchesira omuntu amuliete. Alikuwa anamuendea ili ampe haki ya adui ambaye alikuwa na deni lake. Igale kogenda butambe omoseria. Alikuwa anaenda kila wakati, lakini yeye alikuwa anamfukuza. Lakini akeo moyo kera litukogenda ngatindi gotige kiagera go atarangambira. Lakini akajipa moyo akaenda kila siku akisema ya kwamba sitawacha kuenda hadi nipate haki yangu. Umuruoti oyo gare komorara kurugeita kwa moseri ngayo mongirolirana. Ule mfalme alikuwa anamuona akiingia kutoka kwa malango, anamwambia wewe mjane rudi. Oikanaenda ukwana mangana makongwa asare asoko morama. Anaongea maneno magumu hadi hata anamtuzi. Lakini takweta moyo. Lakini ule mama hakufa moyo. Akagendera lioka goikase mugambio ya igeta agakwana nga. Akaendelea kuja hadi huyu mfalme akafika mahali akasema kiagero mubara ko yando siritiga mugambere tacha kuna gonchanda boire. Kwa sababu huyu mjane amenichosha, wacha nimpe haki yake asiendelee kunisumbua kila wakati. Linganeli ni goligo tosominga kweo moya so saba gogo saba paka kwanyolire gentokeli yoga. Neno hili linatupa moyo ya kwamba wakati unazidi kuomba unaendelea kujipa moyo hadi upate jibu la ombi lako. Tinga kichi nyingi ni gokonyora togo saba. Wakati mwingi unapata tunaomba waika sogo kwa moyo, tunafika mahali tunakufa moyo. Warora kero kene Nyasaye tako iweti. Tunaangalia tunaona wakati mwingine pengine Mungu hata hajatusikia. Warora Nyasaye kero kene tako manyeti. Saa zingine unaona kwamba Mungu hakuoni. Wakuwa moyo watiga. Unakufa moyo unawachana. Lakini lingene liliatowe kilo moyo nga igotuosa wago ikatonyo waleke litoga netie. Lakini neno hili limetutia moyo ya kwamba tunastahili kuomba hadi tupate jibu. Tutowa isa kukwe mioyo totige. Tusikufe moyo tukawache. Kogara Nyasaye itono mwegenwa. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Netinga kichaye kero chaikire. Na wakati nyakati zake zimefikia, Nyasaye nigago kora alitoga netie. Mungu anafanya yale ambao sisi tunahitaji afanye. Kuna korengano mugambio yo nigarengo umuntu utare ko yera muntu yani okororo umuntu orangambosa. Huyu mfalme alikuwa mtu ambaye anadharau watu, haoni watu kama ni watu wa maana. Lakini asengencho ya Nyasaye na asengencho muburako yigo arenge gusaba keo moyo igonko gendera lioka. Lakini kwa sababu ya Mungu na huyu mwanamke ambaye alikuwa anaomba kila wakati na kujipa moyo ya kwamba nitaendelea hadi nipate haki, oika omugambio yaganza akamugambire kineki ya sengencho ya Nyasaye. Hadi huyu mfalme akampa haki yake kwa sababu ya Mungu. Naye wanarego komo ya sema mbiabono nga. Na mimi nakupa moyo asubuhi ya leo ya kwamba amangana aliowetera
Hayo maneno ambayo unayapitia, amangana ali awo chandira sobogima bwao, hayo maneno ambayo yamekusumbua katika maisha, ere Nyasaye mutigere, mpatie Mungu, kamwachie yeye. kaba omwegenwa ase Nyasaye kinga kichonsi, Kuwa mwaminifu kwa Mungu kila wakati, ne kinga kya Nyasaye ngo ikachirokora, na nyakati za Mungu huwa zinafika, anafanya. Abantu nabange babete bagotene na boronge gose bakoba no moyo bwo gosaba se Biblia. Watu ni wengi katika Biblia walikuwa wanasimama katika maombi. Na bonotokero to gosoma Ana, Wakati tunasoma juu ya Ana nere ni garenge tawatu omwana. Ana alikuwa hana mtoto, Akagendera gosaba Nyasaye egeramo omwana, akaendelea kumwomba Mungu ili ampe mtoto. bakenga kiyemo kara se karu gosaba. Wakati mmoja alipokuwa katika hekalu akiomba, Omukuani akamotoganyara akamotebinga emambie yo mukungu ya yendi watinda. kuhani akamkejeli, akamwambia, asubuhi yote we mama umeingia kanisani kufanya nini? Tigo otinda kwa otindoka. Wacha kulewa. Omukungu ali akamotebinga nche omosombo talina atindire. Ana akamwambia, mimi mtumishi wako, mimi sio mlevi. Gosetinda nyukende yonsike gotindia. Wala sijala kitu chochote ambacho ni cha ulevi. Nigonda asoko nyakorere mechando yane. Niko hapa nilie kwa sababu ya mateso yangu, Asenge ncho ya mangana nchande taso moyo ne. kwa sababu ya maneno ambayo yamesumbua moyo wangu. Netinga kiechio nalitoko nyoranga. Omukuani atebeti ananga. Genda no morembe. Na hizo nyakati ndio tunaona mtumishi wa Mungu akimwambia Ana ya kwamba enda kwa amani. Na Nyasaye oli wasabire bwa Israeli. Na ule Mungu ambaye umemwomba, Mungu wa Israeli, Nako ayakuwa musabire. atakupea yale ambayo umemwomba wewe. Abuno otokonyora abuno otokonyora Nyasaye irenereti Ana masabaye. Hapo ndio tunampata Ana akirudishiwa maombi yake na Mungu, Akama omwana Samuel. akampatia mtoto Samueli. Asenge nchabwato moyo gekogera mumanyeto mugano iyo nonye mpeni na mwibuli omwaba muna musumbuete. Unajua hiyo hadithi vile ambavyo Penina alikuwa anamsumbua Ana. Amochaye tasenge ntera bwata abana na tabwate. Alikuwa anamdharau kwa sababu yeye alikuwa na watoto na Ana hakuwa na watoto. Lakini agatene naso kwegena. Lakini yeye alisimama katika wokovu. Agatene nasama sabaka manyanga Nyasaye ne rora moe. Akasimama akajua ya kwamba Mungu ndiye ambaye anapeana watoto. Eli tikeli mwana Nyasaye moete omwana. Na siku moja Mungu alimbariki na mtoto. Ekero soma segetabu ya Samuel entangania yemo 15 goika 15 ibere no amangana yale. Unaposoma kitabu cha Samueli hii ambaye amesema, hapo ndio hayo maneno yanapatikana. No muntu ndetoko nyora se Biblia Danieli. Na mtu mwingine tunayempata katika Biblia anaitwa Danieli. Daniel nere na soeretwe. Daniel na yeye alistakiwa Asenge ntare gosaba Nyasaye tare gosasima chi Nyasaye. kwa sababu alikuwa anamuomba Mungu, hakuwa na abudu sanamu ama miungu. Baka akanacherwe kina. Akakatiwa Kanacherwe kina. venye amesema hivyo. Okay. Wano Daniel no musombo Nyasaye olenge. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu. Nigo yanyorekane tenga eke asoka Daniel tora monyorere na asama sabe kiangera agosaba Nyasaye oye tari gosaba Nyasaye yaito. Adui wakajua ya kwamba njia ambayo utampata Danieli ni kupitia kwa maombi, kwa sababu anamuomba Mungu wake, hamuombi Mungu wao. Lakini Daniel tairo getino ahengo ikiraga abo. Lakini Danieli hakuwa na uoga wowote. Nigagenderete gusaba Nyasaye mara gatatu lituko. Akaendelea kumuomba Mungu mara 3 kwa siku. Akagendera ko mwanya sabone na kumwene ningambi yamone kiagera amanyete ngere nere Nyasaye. Akaendelea kumpea Mungu utukufu kwa sababu alikuwa anajua yeye ndiye Mungu. Na nekene Nyasaye ta motigete. Na ukweli ni ule ya kwamba Mungu hakumuacha. Nonyene kera rutetu asengoro ishima Nyasaye akamurenda. Na hata wakati alirushwa katika lile shimo la simba, Mungu alimlinda. Asenge njamo semereti Nyasaye. Ni kwa sababu alimtumainia Mungu. Mangana ya kutoka sege dabu ya Daniel sano nemo. Maneno haya yanapatikana katika kitabu cha Danieli 6 kuanzia 10. wacha akere 10. Osenyonsi ngimana bego kwa na mangana ayo. Ama yote mzima inaongea hayo maneno. Nomo nabantu bande tokonyora se Biblia na barabuo beta omoya sama sabo. Na watu wengine tunapata ambao walijipa moyo katika Biblia kupitia kwa maombi Ni Shadraka, Meshach and Abednego.
ni Shadraki, Meshaki na Abednego. Na barabumba atenenete nakwe omoya sogo sabekero bana cheretu ekinanga nkorutubare aseri koli omorero. Walisimama na kujipa moyo hata wakati waliambiwa watarushwa katika lile tanuri la moto. Goikabagatebyo moruoti olia Nebukadnezar nga te konyarekana ntunto manyete Nyasaye itotogo sasima. Wakafika wakamwambia ule mfalme ya kwamba sisi tunajua Mungu ambaye tunamwabudu. Ekero soma Daniel 3:16 goika 18. Danieli 3:16 kuendelea. No toko nyora mangana yobu na basomba baiga banyarite gotebyo moruoti nga ngano nyenya sao itotali go chikotokonya. Ndio tunapata hiyo maneno ya watumishi wa Mungu walimwambia mfalme ya kwamba hata kama Mungu wetu hata tusaidia te konyarekana tosasime Nyasaye haitawezekana sisi kuabudu miungu. Igo barwato kwegena goisa inenga Nyasaye wotakobatiga. Walikuwa na imani inatosha ya kwamba Mungu wao hawezi kuacha. Naende nawe yanyarekanete bakarutwa seri ko liliali omorero. Na iliwezekana wao wakarushwa katika ile tanuri la moto. Ano tokonyora Yesu igete agasoa mona barabu asomorero. Hapa ndio tunamuona Yesu akiingia akitembea nao katika ule moto. Agasoa wotaramo na barabu asomorero ime. Akaendelea kutembea nao katika ule moto. Chinguri cha Nyasaye nigo chiarenga asomorero lime. Nguvu za Mungu zilikuwa ndani ya ule moto. Ekogera morero litoba kuneti. Maana ule moto haukuwaguza wale. Nonyene yanga yabote rurogeti asomorero. Hata nguo zao hazikuguzwa na moto yeyote. Nonyene limisuri eliokimba atiogete. Hata harufu ya moshi haikuwashika wao. Ekiagera Yesu igeta akabamo na barabu. Maana Yesu alishuka akawa nao pamoja. Obonene bwa Nyasaye bokababisya. Utukufu wa Mungu ukawafunika. Chinguru cha Nyasaye chikababwera. Nguvu za Mungu zikawashindia. Abami ntasoma nena sema mbieye. Wapendwa wa Mungu asubuhi ya leo, ingane tiko batebinga Nyasaye itono mo buyasekera ingana. Ninataka kuambia kwamba Mungu wetu ni mshindi katika kila jambo. Ayegendera koba no ayegendera kweho moya sama sababu tambe. Wewe endelea kujipa moyo katika maombi kila wakati. Ayegendera ko sababu ronge na kobo mwege nwa sobo sibwa Nyasaye. Endelea kuomba na kuwa mwaminifu katika uso wa Mungu. Nyasaye tagogotiga. Mungu hawezi kukuacha. Asamaganya kila lituko. Katika yale matarajio yako ya kila siku. Asamagana liago tande tasoma oyo kila lituko. Yale maneno ambayo yanakusumbua katika moyo wako kila siku. Omonene tagogotiga. Mungu wetu hawezi kukuacha. Na atene namo na yetinga kichonsi. Atasimama na wewe kila wakati. Na mono nonyana abana baito tigaroto basabera mono. Na watoto wetu wacha tuwaombee kabisa. Igo bago chibaso ase chigurubu chasalia abana. Wanaingia katika vikundi ambavyo vinaharibu watoto. Omwana orengo muyo koganda gusena ase skuru ochencha. Mtoto wako ambaye alikuwa mzuri akiingia shuleni anabadilika. Asengencha asieta agasoa chigurubu chimbe. Kwa sababu ameingia katika vikundi ambavyo sio vizuri. Nige ntokera konye abana baito na masabo. Kitu ambacho kitasaidia watoto wetu ni maombi. Boikosa bera bana bao. Inabidi umuombee mtoto wako tinga kichonsi nyakati zote. Ekele Nyasaye mboroko boko kuoborendi. Ili Mungu akulindie hao watoto. Bate hivyo baralio bosinini. Acha niwape ushuhuda kidogo. Igorero mwana naende noyone. Juu ya mtoto ambaye ni mtoto wangu. Nituke elimo. Siku moja Shaitani akamusuma mpaka akataka kunywa liogakwe. Shetani alimsukuma hadi akafikia mahali anataka kunywa dawa sumu. Akaenda akarosia lioga lilia akalibisa asegete. Akaenda akatengeneza hilo dawa akaliweka mahali. Akaacha nyumba akaangambibuya ali no mogoko. Akakuja kwa nyumba akaongea na mimi vizuri, alikuwa na furaha kabisa. Baka angakuminganga kirero umwana oyo yaba angambibuya igamuna atana kugamba linde. Baka mimi mwenyewe nikashtuka ya kwamba mbona huyu mtoto anaongea na mimi vizuri hivi akiwa na furaha sana. Me anenka igunga goikalinga naliro. Ndani yangu nikasukumwa ya kwamba kuna jambo. Ngasoka isiko nikatoka nje. Umuikonya sawa kamanya konda paka ngaikase liogo lilienge tawegetega kombe. Roho wa Bwana akaniongoza nikafika mpaka katika lile dawa ambapo alikuwa ameweka katika kikombe. Karusionga chinkarute choo ime. Nikalitoa huko nikaenda nikamwaga kwa choo. Kaira na nyumba nkanywana wale stiri. Nikarudi kwa nyumba nikapata hapo bado. Ale no mogoko gete lakini gare go ntebereria gere agenda akore munata gete. Alikuwa na furaha lakini ni ile ya kunizuia ili aweze kwenda kufanya lile ambalo alikuwa anataka kufanya. Gamba tebinge ngento giankonyete
kera sengencho yo saba kolina arenge go saba na go sabero mwana oya. Wacha niwaambie kilichonisaidia ni yale maombi ambayo nilikuwa naomba na kumwombea ule mtoto wangu. Akasema ganda ibona mama tusabe togenda kurara. Akafika mahali akaniambia kwamba mami sasa wacha tuombe tuende kulala. Ngasaba ngakora akagenda. Nikaomba nikamaliza akaenda. Kera chikoli yeli yogo ya kanyora ndiyo. Akitafuta hilo dawa likamkosa. Akaida na gocho ntabinga. Igentokiane na begete isikoga igagiansire iye. Akarudi akakuja kuniambia kwamba kuna kitu ambacho nilikuwa nimeweka hapa nje kimenipotelea. Ni rusi ororo. Ni nani ametoa huko? Kama tabiti ngoma nyanzenga inare komanyera. Nikamwambia mimi sijui maana ningejuaje. Anobwate gento bisete. Ningejuaje huko na kitu ambacho umeficha? Akagechiwageka na akagenda. Akakasirika kabisa akaenda. Lakini manyange gento ya konya ta itaba na sengencho ya masabo. Jua tu kitu ambacho kilinisaidia ni ya kwamba nilikuwa ninaomba sana. Na inungo batebiga sema mbia bono. Na nyinyi ninawaambia asubuhi ya leo. Oikobe go gusaba Nyasaye botambe. Nigebwe inastahili umuombe Mungu kila wakati. To baisa go kuwa moyo nga Nyasaye kero kende ta koiweti. Usife moyo kwamba Mungu pengine hakusikii. To baisa go kuwa moyo nga kero kende Nyasaye tara koiraneria. Usife moyo ya kwamba pengine Mungu hajajibu maombi yako. To baisa go kuwa moyo nga bande basise ni hutora asise ni wa. Usife moyo ya kwamba wengine wamebarikiwa na wewe bado hujabarikiwa. Moyo asama sabatinga kichia ongo ikatire. Jipe moyo katika maombi, nyakati zako zinawadia. Unatuabere togo soma abantu abaiga bonsi nakwana. Vile tumesoma hawa watumishi wa Mungu wote ambao nimeongelelea. Ekero tinga kichia igete Nyasaye akabarorekanira. Wakati nyakati zilifika Mungu aliwaonekania. Nyasaye akabakorera maya. Mungu akawafanyia mazuri. Nyasaye akaireneria masababo. Mungu akajibu maombi yao. Na ya mangana ali Nyasaye tara koiraneria. Na wewe yale mambo ambayo Mungu hajajibu, endelea gusaba. Endelea kumuomba. Endelea kuwa moyo. Endelea kujipa moyo. Endelea kuwa umwegenwa. Endelea kuwa mwaminifu. Tinga kichyango ikatire. Nyakati zako zinawadia. Amangana na mange Nyasaye gukorera abantu baye kero bateneine boronge. Mambo ni mengi ambayo Mungu anafanyia watu wake wakati wamesimama vizuri. Nyasaye tori wotiga barabaye. Mungu hawaachilie walio wake. Igagoterana na barabuo bakonya. Anasisimama na wao anawasaidia. Igagoterana na barabuo babwera. Anasimama kwa sehemu yao anawashindia. Ekiagerera no mwegenwa. Maana yeye ni mwaminifu. Ngokorera ngotebanga Nyasaye tigatere namo na inu chinga kichonsi. Nikimalizia nikisema ya kwamba Mungu asimame nanyi kila wakati. Na inu motere boronge asosibwa Nyasaye chinga kichonsi. Nanyi msimame imara katika Mungu nyakati zote. Mwa begenwa somo nene. Muwe waaminifu katika Mungu. Na ende musabe Nyasaye botambe. Na tena mumuombe Mungu kila wakati. Timo baisa okwe mioyo. Musife mioyo. Nyasaye tigaba sesenye. Wacha Mungu akatubariki. Tusimame sote chu. Tigatote nene tuensigoro. Ebu tibu team ya praise and worship. Kikundi cha ibada na sifa tuchukue katika wimbo.
la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu na hata mbele yako. Ninakushukuru, ninakuinua asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni Mungu isiye milele. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Hakuna mwenye tutafananisha na wewe Mungu wetu. Ni wewe unaitwa Mungu. Unastahili kuabudiwa na kuinuliwa Jehova kwa sababu wewe ni Mungu isiye milele. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo Bwana. Umenena na sisi Jehova. Tunakushukuru kwa neno lako Jehova. Bariki wote ambao wamesikia Bwana, uwainue Jehova ili wawe na moyo wa maombi katika maisha yao Jehova. Wasikufe moyo mfalme, uwatii nguvu Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea kila mmoja asubuhi ya leo, umubariki na umuinue katika maisha yake, ukutane na mahitaji yake, ukutane na maombi yake Jehova, kwa sababu unajua wote, unajua Baba mahitaji yao mfalme. Wafungulie njia Jehova, wabariki Jehova, inua watoto wako Mungu wangu, kwa sababu unaweza yote mfalme. Asante kwa yote mfalme, tunakushukuru kwa neno. Pokea sifa na shukrani kwa sababu wewe ni Mungu isiye milele. Ninaomba nikiamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiwa sana. Wacha tuinuke katika uwepo wa Bwana tunapoenda kutoa sadaka zetu. Tumwabudu Bwana. Haleluya. Tusimame tumwabudu Bwana. Inua mikono yako, mwambie Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Nechinga kichinge chuko masasi manyasaye. Tumambiwe ya kwamba tunashinda mambo yote kupitia kwa maombi. Wamama tusimame tumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Tumwambie watoto wetu, familia zetu, kila jambo ni mikononi mwako asubuhi ya leo. Kama uninua sauti yako, mwambie Bwana, sitaweza jambo lolote bila wewe. Bila wewe mimi sio kitu. Inua sauti yako. Mambo mengi, majaribu mengi yanashindwa kupitia kwa maombi. Danieli alishinda kwa sababu alisimama katika maombi. Hata wakati alirushwa katika ile tundu la simba, hakufa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Inua sauti yako, mwambie Bwana, mimi ninakuinua juu ya yote, maana najua kwako kuna ushindi, maana najua kwako kuna baraka, maana najua kwako kuna kuinuliwa, maana najua kwako kuna kushindiwa katika kila jambo. Oh Bwana, umeinuliwa asubuhi ya leo. Yesu, umeinuliwa asubuhi ya leo. Mtakatifu wa watakatifu, tuko mbele zako asubuhi ya leo. Hakika Mungu, hatuna mwingine ila tu ni wewe Bwana. Ni wewe unatosha, ni wewe unastahili Yesu. Hakuna ambalo tutashinda bila wema wako. Hakuna ambalo tutashinda bila kukuitia wewe Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Mwambie Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Milele yote Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Mtakatifu Bwana umeinuliwa
Siku ya leo hakuna ambaye anafanya njia pasipokuwa na njia Yesu. Hakuna anayefuta machozi yetu kama wewe. Hakuna anayetuinua zaidi ya yote, mfalme ni wewe. Hakuna anayetutendea yale ambayo mwanadamu hawezi. Hakuna ambaye anatufanyia Jehova katika maisha yetu. Inua sauti yako, mwambie wewe ni Mungu. Unaweza kubadilisha maisha yako asubuhi ya leo. Unaweza kufanya njia katika maisha yako Bwana. Wakati ninajiona sifai, wewe umesema ninafaa Jehova, kama vile ambavyo ulifanya katika maisha ya yule mjane mfalme wa amani. Asubuhi ya leo tunakuamini unaweza kutenda. Asubuhi ya leo tunaamini unaweza kubadilisha historia zetu Bwana. Wale ambao wanatuona kama watu wa kawaida Jehova, wataona ukitenda katika maisha yetu asubuhi ya leo. Wanainua mama katika mkutano huu asubuhi ya leo. Mama ambaye amejitolea katika maombi. Mama ambaye amejitolea katika kukuabudu. Mama ambaye amejitolea katika kukuinua. Baba, inua mzee hapa Jehova asubuhi ya leo. Moyo wake uwe tayari kupokea kutoka kwako. Walio chini Bwana asubuhi ya leo, tunaomba ya kwamba Jehova ukaweze kuwainua, ukawaketishe na wafalme asubuhi ya leo Yesu. Wachilie watoto wako asubuhi ya leo Bwana, ambao wanalia kwako asubuhi ya leo Jehova, kwa sababu ya mengi ambayo wanapitia. Mtakatifu, wanatenda katika maisha yao, wanatenda katika mioyo yao asubuhi ya leo. Inua sauti yako, mwambie Mungu unatosha. Inua sauti yako, mwambie Baba unatosha. Inua sauti yako, mwambie Jehova unatosha. Inua sauti yako, mwambie Masihi unatosha. Inua sauti yako, mwambie Jehova unatosha. Mwambie sina mwingine wa kumwabudu. Mwambie sina mwingine wa kumwaminia asubuhi ya leo. Ila tu ni wewe mtakatifu wa watakatifu. Wewe ambaye unafanya njia pasipokuwa na njia. Wewe ambaye unafuta watoto wako machozi Bwana. Wewe ambaye unainua walio chini Baba. Wewe ambaye unaleta uponyaji katika kanisa zetu Bwana. Asubuhi ya leo ni wewe unatosha. Asubuhi ya leo ni wewe unastahili. Asubuhi ya leo ni wewe uliyetumaini na kimbilio na maisha yetu Bwana. Watoto wetu ni mikononi mwako asubuhi ya leo Bwana. Watoto wetu ni mikononi mwako asubuhi ya leo Jehova. Mahali popote walipo asubuhi ya leo Bwana, tunaomba neema yako katika maisha yao Bwana. Ukawashindie walipokuwa mashuleni Bwana, uwashindie huko shuleni Jehova, ukawatenge na mipangilio mwovu shetani Bwana. Asubuhi ya leo ukawatende mema Bwana wa amani. Usiwache Mungu wetu, usiwache watoto wetu wakapotee Bwana. Unasema katika neno lako ya kwamba hujawahi ona mwenye haki akilia, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Watoto wetu wataombelea mikate Bwana. Watoto wetu hawatapotea asubuhi ya leo Jehova.
Yesu. worship you, Lord. We declare that in Kuna your mwingine power. kama wewe. Yes, we Inua sauti yako kwa sababu ya watoto. Uwe uko na watoto, uwe hauna watoto. Inua sauti yako kwa sababu ya mtoto ule mmoja ama wawili ambao wewe unawafahamu. Mwambie Baba akaweze kuwalinda asubuhi ya leo. Nena jambo kwa sababu ya watoto wale ambao wako katika mashule, ya kwamba Mungu atawalinda watoto wetu wakiwa shuleni, wasije wakapotea kwa sababu ya tamaa za dunia. Lord, we worship you. Lord, we give you glory. You have given us this word, oh God, with a purpose, oh God, that we seek you every now and then, oh God. We seek you without getting tired, oh God. Tusichoke kutafuta uso wako Bwana, kama ule mama alipokuwa kutoka Jehova, na sisi tusichoke asubuhi ya leo kutafuta wewe Bwana. Hallelujah. Jesus, have your way. Have your way. Nigonde moyo sobu yawo, nigonde moyo ingosasime, nigonde moyo sobu yawo, Yesu. Nigonde moyo ingosasime, nigonde moyo sobu yawa, Yesu. Nigonde moyo ingosasime, Yesu. Nigonde moyo sobu
Asubuhi leo Bwana, niko hai nikutukuze Yesu, ngosa sime
You are
Sadaka ya makofi. Thank you Jesus. Receive our praises. Asante Bwana. Pokea utukufu wote. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Salimia jirani yako, mwambie kwamba uko na furaha kukaa katika nyumba ya Bwana. Hebu muulize, uko na furaha ya kukaa katika nyumba ya Bwana? Mbona ngonga nane no mwoko kwa basi nyumba ya mwanene. Nisalimie mmoja, salimia wawili watatu, mwambie kwamba karibu katika ibada ya siku ya leo. Tukaweze kumtukuza Mungu. Tukaweze kumpa Bwana sifa. Tukaweze kumpa Bwana utukufu. Maana hakuna mwingine wa kufananishwa na yeye. Yeye ni mtakatifu. Ninakuomba tu, kama Mungu amekubariki na miguu, amekubariki na mikono, inuka tu kwa miguu yako tunapoenda kumtukuza Mungu. Tumeona wamama, watoto, wazee wanakufa pamoja na watoto wao. Haleluya. Wewe Mungu amelinda familia yako, amelinda kama uko na mume, Mungu amelinda mume wako, Mungu amelinda watoto wako. Una sababu ya kumtukuza Mungu. Una sababu ya kumpa Bwana sifa. Una sababu ya kumwambia Mungu pokea utukufu wote. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko na sababu. Nikikwambia sababu yangu ya kumtukuza Mungu, hautawezana nayo. Haleluya. Kila mtu ako na sababu ya kumtukuza Mungu. Wapi figeregere, figeregere. Figeregere, figeregere. Ndio Bwana. Tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana. Bwana. Ndio Bwana. Tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana. Turudishia utukufu wote Bwana. Weka hiyo. Shikilia hivi. Usiachilie. Weka tu hivi. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kaa. Hallelujah. Amen. Nataka kumshukuru Mungu. Mungu ambaye ametulinda, amekuwa nasi na leo ametuleta katika nyumba yake. Ni kwa ajili ya kumwabudu. Kwa hivyo ningependa usalimie mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu, karibu katika nyumba ya Bwana. Amen. 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 Kwa niaba ya secretary wetu ambaye hajafika bado,
ningependa nilete matangazo ya siku ya leo. Tangazo la kwanza ni kwamba wote tumekaribishwa katika nyumba ya Bwana. Feel in the feet of the Lord. This is where you belong. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo hapa ndio mahali tunatakiwa tukue. Karibu sana katika nyumba ya Bwana. Our sister Carol Bryan alipoteza mamake mpendwa Carol Bryan kutoka Jerusalem West. Carol Bryan alipoteza mamake mpendwa. Ratiba ya mazishi ya mamake imepangwa. Burial will be on Thursday. Tarehe 15 mwezi huu ndio burial itakuwa. Kwao ni hapa Nyankuru. Naambiwa ni kwenda this side. Hapo ndio matanga itakuwa. Kwa hivyo tukumbuke hiyo familia kwa maombi na tujipange. Fellowship wakituongoza Jerusalem West, tujipange vizuri ndio tuende kumfariji mwenzetu Carol Bryan. Sister wetu Marion Aduda, tunamjua wote. Marion Aduda ni mshirika wetu wa Nyamataro PHE, ingawa anashiriki akiwa Kisumu. Mamaka alikuwa mgonjwa. Ripoti ambayo imefika leo asubuhi ni kwamba mamake amepumzika. Tunamshukuru Mungu kwa miaka mama amekaa na familia, na leo asubuhi Mungu amemuita. Kwa hivyo tukumbuke Sister Marion. Tunajua Marion wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua Marion Aduda. Mamaka amepumzika leo asubuhi. Kwa hivyo tukumbuke familia ya Marion kwa maombi wanapoomboleza kifo ya mama mpendwa. Kwa hivyo tukumbuke hizo familia sote kwa maombi. Choir practice is on. Kwa hivyo choir members tumekumbushwa kwamba tufike kwa choir practice kuanzia kesho saa 10 mpaka saa 11 on Tuesday, Thursday and on Fridays. Siku 4 kwa wiki tunakutana kuanzia saa 10 mpaka saa 11. Nimeambiwa kwamba tufike mapema. Choir members tufike mapema. It's only 1 hour. Ile kazi ambayo unafanya ingine hakikisha umeiweka kando kidogo. Ikifika saa 10 uko hapa. Ikifika saa 11 tunatoka kwenda kufanya kazi zingine zetu. May God bless you so much. In that connection, tutakuwa na muungano wa choirs kutoka Gusii. Choirs kutoka Gusii, kama choirs 10 zimekuja pamoja, zimetengeneza kikundi ya kutembeleana, kumuinua Yesu na kumuimbia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So the Gusii muungano choirs watakutana hapa Nyamataro tarehe 17 mwezi wa 5. Next Saturday, choirs hizo sote kutoka Gusii muungano choirs, nimesema they are around 10 churches, watakuwa hapa Nyamataro kumwabudu Mungu, kuimba. Kwa hivyo sote tumealikwa Jumamosi kuanzia saa 3 tufike hapa, tumshukuru Mungu pamoja, tukaribishe wageni wetu ambao watatoka mbali Gusii yote. Wengine watatoka pande za Nyamira, wengine pande za Ogembo, na sisi tuko hapo ndani. Kwa hivyo all church members are invited, wafike mapema, wageni wakifika wapate tumefika tayari. Kwa hivyo all members we are invited, tufike mapema. Altar makers nimeambiwa as a choir they are also invited, kuja ndio wakaribishe wageni wetu kwa mkutano ambao utakuwa siku ya Jumamosi. In connection with that, wageni wakikuja lazima tujipange. Bwana Yesu asifiwe. Wageni wakikuja lazima tujipange. Tunajua vile tunajipanga kawaida. Nimeambiwa kutoka kwa kwaya wamejipanga kabisa. Ni kama wamechukua kila kitu. Choir members wamechukua kila kitu. Ile ambayo imebaki ni kidogo sana, ile ya kung'ang'ania. So baada ya ibada nataka uendelee kuomba sana. Mungu atusaidie tuwatafutie 50 kgs of rice, mchele kilo 50. Kila mtu utatoa 10, mwingine atoe 5, mwingine atoe 20, tupate imefika kilo 20. Hiyo pekee. Vitu vingine vyote wamechukua. Na wametulia ambao tutatumia hapa yote wamefanya nini? Wamechukua. We'll only give 8 pails of water and 50 kgs of rice. Kwa hivyo tuendelee kuomba
tukimaliza ibada tutajiandikisha vile Mungu atatusaidia. Wachane, widows, ababoraka watakutana Kisii PH on 24th, tarehe 24. All widows from the district watakutana Kisii PH. Kwa hivyo widows waendelee kujipanga, na kwa sababu ya hiyo nimeambiwa all widows baada ya ibada wabaki nyuma waone viongozi wao. Baada ya ibada all widows wabaki nyuma waone viongozi wao. Macedonia West will be on duty this week. Macedonia West will be on duty this week. Therefore, I want to thank Mount Carmel. Ndio wamekuwa on duty, wametuchukua vizuri kutoka Monday, wanamaliza leo jioni. Kwa hivyo kuanzia kesho Macedonia West tujipange vizuri. Watoto wetu wote, all children, tuko na kanisa ya watoto hapa chini. Nimeambiwa kwamba kuna wazazi wanakuja na watoto wao hapa juu. Ukileta mtoto hapa juu apati kitu, lakini akienda huko chini kuna mwalimu wao anawafunza ile vitu ambayo inawahusu watoto. Kwa hivyo watoto wote waende kanisa ya watoto. Yule ambaye anabaki hapa labda ni yule umeshika mkononi. Wengine wote miaka 3, miaka 4, miaka 5 waende huko chini, wote hapo ndio watafaidika. Naona watoto wameanza kutoka. Hakikisha ikiwa mtoto ako karibu na wewe, mwambie aende kanisa ya watoto na asikuje hapa juu tena. Thank you. Naona watoto wanatoka. Watoto waende kanisa ya watoto huko chini, mwalimu wenu anawaongoja. Asante, watoto wanatoka vizuri. Amen. Watoto wote kila Sunday, watoto wakikuja waende kanisa ya watoto. Usilete mtoto hapa juu, atafika miaka ambayo atakubaliwa kuingia hapa kanisani. May God bless you so much. Tutakuwa na choirs 3. Tutaanza na Mount Carmel, ifuatwe na Solomon, tutamaliza na Bethlehem Fellowship. Tutakuwa na choirs 3. Tutaanza na Mount Carmel Fellowship, ndio walikuwa on duty. Then tutapata wasee, that's Solomon Fellowship. Tutamaliziwa na Bethlehem Fellowship. Kwa hivyo Mount Carmel, karibu kwa wimbo mmoja. Mount Carmel.
Wasee Solomon Fellowship, tukuje mbele kwa wimbo. Wasee wote tukuje mbele. Wimbo ni ule ambao tunajua sisi wote. wanapotoka. Then we have Bethlehem Fellowship. Bethlehem Fellowship, karibu.
Bethlehem, mahali Yesu alizaliwa. Bwana
so much. Asante sana kwa yetu sote. Waja Mungu awabariki sana. Nataka tuingie kwa before nilete wageni. Nilikuwa nimesema kwamba Jumamosi tutakuwa na wageni hapa. Choirs from Gusii yote au watakuwa wageni wetu. Tukasema ni vizuri tuwa support, wakikuja wapate maji ya kunywa. Kwa hivyo wakati huu ningependa tujiandikishe. Vile Mungu atakubariki, tunahitaji maji, tunahitaji mchele. Kwa hivyo my secretaries, Isaiah tafuta karatasi, itakuwa haraka sana. Joshua mtasaidiana na Isaiah. Leo nilihusu Judy Ben, utatusaidia this side. Tunaandika haraka haraka tumalize Judy Ben. Alafu kwa floor ya juu nahitaji mtu mmoja huko juu. Mtu mmoja huko juu nimeona Abel Moranga, utatusaidia. Tafuta karatasi tu tuandikisie huko juu. Eita maji ama mchele, rice or water. Hiyo pekee. Nahitaji 50 kg of rice and 8 pails of water. Asante. Yule ambaye anaandika, mimi utaniandikia maji moja. Tupite tu, inua mkono akuandike. Dakika 2 tumalize ndio tulete wageni watusalimie. Asante. Angalia mahali mkono umeinuliwa. Bishop ameinua mkono, fika karibu akwambie ni nini. Asante sana. Naona kuna mkono hapo. Asante. Amen, amen. Tunaandika haraka haraka tunamaliza. Hakikisha umechukua tu kitu kidogo. Ukipata uwezi leta 50 kg, unaweza toa 5. Ukipata uwezi fikisha 5, unaweza toa shilingi 200. And God will bless you so much. Ile Mungu amekubariki nayo itakuwa vizuri. Tunapoendelea kujiandikisha, ikiwa hutakuwa na pesa ya kutoa saa hizi, tutatoa hapa katikati ya week, ama tutatuma. Ikiwa siko kwa M-Pesa, tutatuma kwa sister wetu anaitwa Karen Kemuma ama Karen Onchari. Wale pesa ambao siko kwa simu tutatuma kwa Karen Onchari, ndio Karen Kemuma. Namba yake ya simu ni 0718 24 51 66. Nirudie 0718 24 51 66. Itakuletea china Karen Onchari, ndio atapokea hizo pesa za kwenda kununua mchele pamoja na maji. Tukiandikisha haraka haraka, inua mkono tu ile ambayo Mungu amekubariki nayo. Usiangalie mfuko wa 50 kg, angalia mfuko wako vile Mungu amekubariki. Amekubariki na shilingi 500, amekubariki na kilo 10 ya mjere, kilo 1. Inua tu mkono ukiandikishe, and God will bless you so much. I'm happy. Naona huko juu Moranga anaendelea vizuri. May God bless you so much. Huko nyuma naona Judy anaendelea vizuri. Inua mkono tu, atakuandika. Asante sana. Amen. Inua tu mkono ile ambao umebarikiwa na wageni wakikuja Nyamataro, wakitoka wataacha baraka hapa. Na hizo baraka waja na Mungu atatubariki. Ukiwa na 200, ukiwa na 500, ile Mungu amekubariki nayo ndio unajiandika. Wakaribisha sana. Wageni wetu karibu sana Nyamataro. Wageni, asante sana. Tupigie wageni wetu makofi vizuri. Asante huko juu. Amen, amen. Leo naona sisi wote ni wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile sisi wote ni wageni, ningependa nitambue mgeni mmoja akuja atusalimie kwa niaba ya wageni wote. Bwana Yesu asifiwe. Mukanzi. Kwa niaba ya wageni wote, Ellen Mukanzi atusalimie. Karibu. Njoo tu kwani baba. Amen. Mpigie makofi anapokuja Ellen Mukanzi atusalimie kwa niaba ya wageni wote kwa siku ya leo. Atukwani pia mono. Amen. Mpige makofi mazuri anapotusalimia. Amen.
ya mono seli tanere ni mkansi buna mwewa na ende wikali tukoli leo ni kwa neema ya Bwana. Amen. Wacha mbarikiwe, sina mengi. Asante, makofi mazuri kwa sister wetu Helen Mukansi, ametusalimia kwa niaba ya wageni wote. Asante. Namba ya Karen Onchari mahali ambapo tunatuma pesa ni 0718 24 51 66. I repeat, 0718 24 51 66. Amen. Nitakuletea china Karen Onchari. May God bless you so much. Wale ambao wameandika, sawa, you'll submit your list kwa secretary wetu, itakombailiwa na Mungu atatubariki wote pamoja. Ningependa tusimame wote, tumtolee Mungu, tukiongozwa na praise in worship, tukimtolea Mungu. Tulete sadaka zetu pamoja na fungu na tutabarikiwa pamoja. Praise in worship, karibu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kwa weneira yogo sasimwa, kwa weneira yogo sasimwa, Yesu kwa weneira yogo sasimwa, kwa weneira yogo sasimwa, asekero mokiao kyo wanene, kwa weneira yogo sasimwa, Yesu kwa weneira yogo sasimwa, kwa weneira yogo sasimwa, yogo sasimwa, yogo sasimwa, yogo kubia, yogo sasimwa, yogo sasimwa, Yesu yogo sasimwa, yogo sasimwa, yogo sasimwa, yogo sasimwa, tata tingo tinga wakobata, tata tingo tinga wakotonya, asekero gokiao, nawe kiramba wanense, naimo kiramba wakande, ori nobe sakao, tingo tinga wakobata, tata tingo tinga wakotonya, asekero gokiao, nawe kiramba wanense, naimo kiramba wakande, ori nobe Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya siku ya leo, umetupa neema kuwa katika nyumba yako. Na najua kwamba katikati ya wiki tumepitia mambo mengi, lakini kwa neema yako tuko hapa.
tuko na kila sababu ya kukushukuru, tuko na kila sababu ya kusema wewe ni baba yetu, tuko na kila sababu ya kusema kwamba unastahili sifa na utukufu. Asante kwa sababu umewaponya wengine wetu ambao katikati ya wiki wamekuwa wagonjwa, lakini kwa neema yako Bwana umeweza kuwasaidia, wako wazima, wako na afya njema, wamekuja katika nyumba yako wakiwa na shukrani. Na zaidi ya saa tumekuja katika madhabahu haya, tumetoa sadaka zetu pamoja na saka na vipawa vingine kulingana vile Bwana umeweza kutubariki. Natamka baraka zako zikawaendee wote wale ambao wametambua kwamba bila wewe hatuwezi kupata kitu chochote. Na wewe ndiye unayetawala kila kitu tuko nayo, ni mali yako Bwana. Na kwa sababu hiyo tumeweza kutamka baraka kwa wale wote ambao tumeweza kushiriki katika ibada hii ya matoleo. Ukabariki kila mmoja, uinue kila mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kupitia matoleo haya ambayo yametolewa katika madhabahu, yasababishe yale ambayo ama kwa elimu yetu, kwa pesa zetu hatungeweza kupata, lakini kwa sababu ya vile tumeweka kwa madhabahu yako, fikafungue milango ili kwamba tukaweze kuwa na kila sababu ya kufurahia na kukushukuru na kusema kwamba kweli umetutenda mema. Bariki kila mmoja, inua kila mmoja. Tunapoendelea na katika ibada yetu, tunaomba bado Bwana tunahitaji baraka zako, ukatuzungumzie, ukatunenee, utuonye, uturekebishe Bwana katika ibada ya siku ya leo. Maana hakuna siku umeweza kufanya watu wako kukusanyika, wakubwa kwa wadogo, wamama kwa wazee, wakusanyike, vijana kwa wavulana kwa wasijana, ili kwamba usije ukanene pamoja na wao. Asante kwa sababu utatuzungumzia na utatunenea, kwa kuwa wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana wabariki sana watu wa Mungu kwa sababu ya kushiriki katika ibada ya matoleo. Ukiwa muumini wetu wa kanisa letu la Nyamataro, ni vizuri uweze kumtumikia Mungu katika madhabahu haya, maana hapa ndio unatunzwa katika neno la Bwana. Uwe unatoa sadaka katika madhabahu haya, unatoa fungu yako katika madhabahu haya, maana kupitia hiyo kazi unayoifanya inafanya kanisa hii kuendelea na mipango mingine kufikiwa kupitia zile hela zako unatoa, na jina la Bwana liweze kutukuzwa. Kwa sababu ya muda, ningependa niweze kuwaletea mgeni. Kwa katikati yetu kuna mgeni ambaye ni rafiki yetu, ametutembelea katika asubuhi ya leo, na ninaamini kwamba kuna jambo atatuzungumza katika karibu dakika 10 hivi, alafu baadaye itakuwa vizuri. Karibu sana Pastor Josephat Kamau. Karibu sana ili tuweze kubarikiwa pamoja. Anatoka katika kikundi chetu cha Gideons. Gideons ni kikundi ambacho kinapeana Biblia. So leo wametutembelea hapa, wako katika maeneo haya. Ninaamini kwamba kwa muda mfupi atazungumza, itakuwa vizuri na jina la Bwana litabarikiwa. Karibu sana. Ili Nyamataro PAG Church, na Bwana akupe neema kwa muda huo ambao utatumia. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nianze na kupeana hadithi kidogo. Nimepewa dakika 10 na ninataka kutumia hizi dakika vizuri. Wakati mmoja ambaye hatujaambiwa ni wakati gani, kama vile sisi ni wazazi, kulitokea familia moja ambaye tunajua pia wakati mwingine tukipata watoto wakiwa wakubwa, wengi wanapotoka na wengi sana sana hawasikii wazazi. Kulikuwa na hii familia ambaye ilikuwa na kijana ambayo kijana alikuwa ni wa makamu, na walikuwa hawasikizani na wazazi wake. Wazazi wanajaribu kumrudisha kwa laini, lakini yeye anakataa. Anaona kama ni kuonewa, anaonewa na wazazi. Na siku moja akaamua ya kwamba atamaliza hiyo familia. Na ni familia yake, watoto ambayo wamezaliwa pamoja na baba yake na mama yake. Akaenda petrol station akanunua petroli na kibuyu. Katika moyo wake akajiwaza ya kwamba leo nitawamaliza hawa wote. Sijui alikuwa anataka wamalize abaki na nani. So ilifika jioni,
Walipochukua maamkuli ya jioni na wazazi wakaenda kulala, so yeye alienda katika mlango wa wazazi, kafunga upande wa nje, ka make sure madirisha yote yamefungwa, na akachukua petroli, kamwaga kuzungukia nyumba, ingine akajaribu kuiweka ndani, alafu akaamua kuchukua kiberiti. Lakini wakati aliingiza mkono kwa kiberiti hivi, kwa mfuko, akagundua amesahau kiberiti kwa chumba chake. Sasa akarudi kwa ile nyumba ambaye alikuwa analala, lakini hangewasha taa kwa sababu hakutakikana ajulikane. Alipoingia kwake kwa nyumba, yeye aliweka tu mkono kwa meza ambaye ilikuwa kando ya kitanda, na kwa neema ya Mungu aliguza hiki kitabu, akafikiria amepata kiberiti. Si nimewaambia hakuwasha taa? Kafikiria yeye amepata kiberiti. Kaenda karibu na nyumba. Karibu na nyumba kulikuwa na hizi taa ambazo zinawashwa za security. Kuweka kwa mfuko hivi, anatoa na hii sio kiberiti. Kuangalia ni kitabu ambaye alikuwa amepewa na wana Gideon alipokuwa shule. So yeye akarudi tu kwa nyumba yake. Lakini hiki kitabu kilimuongelesha. Hii kitabu alipoiona, kuna sauti ilitokea ikamuongelesha. Akasema hapana, wacha nilale niamkie asubuhi. Kwa uwezo wa Mungu na kitu ambaye ni cha kushangaza, ilipokuwa mchana alienda akaita baba na mama. Kawaambia wazazi, hii kitabu ndio imewaokoa. Nilikuwa nimeamua kuamaliza kabisa. Na baba kabisa aliposikiza na aliponusa, akasikia kuna petroli inanuka hapa. Baba akamuuliza, kumbe ndio nasikia petroli inanuka huku? So yeye alikili akasema, nilikuwa nataka kuamaliza kwa sababu ya tofauti ambaye tumekuwa naye. So siku hiyo hiyo baba akachukua Biblia akaenda kwa mchungaji wake. Akamwambia, mchungaji, hii ndio imeniokoa. Tungekuwa tumeisha kabisa. Nataka niwaambie mambo ya Gideon. Historia ya Gideon ni mrefu. Nikianza kuongea historia ya Gideon, hapa tutakaa miaka 126. Kwa sababu Gideon ilianzishwa miaka 126 iliyopita. Ni wakati mrefu. Sidhani kuna mtu wako katika kanisa hii ambaye yako na ile miaka. Na madhumuni ya walioanzisha hizi kikundi cha Gideon ilikuwa ni kuhubiri katika ile njia ya kupeana Biblia. Na nataka nisikize vizuri, sijasema ni kuuza, nimesema kupeana Biblia. Nitakuja kuwaambia mahali huwa tunapeana Biblia. Na walipoanzisha hiyo kikundi walikuwa ni watu watatu ambao walikuwa wamekutana mahali katika mkutano. Na wakati jioni ilifika, mmoja akaenda akapewa chumba cha kulala, lakini mmoja wao hakupata mahali ya kulala. So administration ya hoteli wakaenda kwa yule mmoja kwa sababu alikuwa amechukua nyumba ambayo iko na vitanda viwili. Kawaambia, si tusaidie huyu ndugu yetu kwa sababu amekosa mahali ya kulala. So you share that room kwa sababu iko na vitanda viwili. So later walipokuwa akiongea, walijuana, wakaona kweli wao ni wokovu, wakaulizana, sasa ni jambo gani tunaweza kufanya ili tuieneze injili? Walipojadiliana wakasema, hapana, tutaanzisha kikundi ambacho kitakuwa kikihubiri neno la Mungu katika ile njia ya kupeana Biblia. Biblia za kwanza za Gideon zilitoka Bible Society. Wakaenda Bible Society wakasema, hapana, tunataka kununua Biblia, hatutaki kupewa. Tunataka kununua Biblia ili tuanzishe kikundi ambaye kitakuwa kikihubiri katika ile njia ya kueneza Biblia. Hiyo ndio historia ndogo ya kikundi cha Gideon. Wengine ungejiuliza, na wewe kujiunga na hiki kikundi ni nini inahitajika? Number 1, ni lazima uwe umeokoka. Hautahubiri injili kama hujaokoka. Requirement number 1. Requirement number 2, kuwa mwana Gideon lazima uwe umetoka katika evangelical or Protestant churches. Katika hiyo makundi mawili ya makanisa, evangelical or Protestant churches. Then number 3,
kujiunga na hiki kikundi cha Gideon, lazima uwe either a professional or a businessman. Either a professional or a businessman. Nasema ni lazima uwe either uwe mtaalam ama uwe mfanyi biashara. Na ujiulize swali, ni kwa nini uwe mtaalam ama mfanyi biashara? Ni kwa sababu ukijiunga na kikundi cha Gideon hautalipwa. Hakuna malipo kwa Gideon. Hii ni kikundi ambaye ni cha kujitolea kufanya kazi ya Mungu na kuhubiri katika njia ya kupeana Biblia ili we win souls. Huwa nakumbusha watu wengi kitabu cha Matthew 28 verse 18 kuendelea. Yesu alipokuwa akipaa mbinguni alisema tuende ulimwengu mzima tupeane injili and we win souls. Tufanye wote wawe wafuasi wake. And that is what we do as the Gideon. So ukihitaji kuja katika kikundi cha Gideon, jitayarisha katika ile kazi ya kujitolea. Na kitu kingine ambaye ni ya kushangaza ni ya kwamba ingawa hatulipwi, tunalipa kuwa wana Gideon. Sijui kama umesikia mahali unaambiwa hautapewa mshahara lakini utatoa pesa zako. So hawa ndio wana Gideon. Na pesa ambaye tunatoa pesa ambaye zinaenda kusaidia kuprint hizi Bibles. Ya utajiuliza ni kwa nini wakati mwingine tunaambia wachungaji tupe nafasi tuje katika kanisa tuwaambie washirika wana Gideon kina nani. Tuko na mambo matatu tukija katika kanisani. Jambo la kwanza, tunahitaji maombi kama wana Gideon. Kama vile mnajua ya kwamba kazi ya kujitolea si kazi rahisi. Nilitoka nyumbani, when was it? Leo ni Saturday. Nilitoka nyumbani Jumanne. Kapitia Narok, kapitia Bomet, na leo niko hapa, na kwa uwezo wa Mungu nitatoka Kisii on Saturday next week. Si mimi ni mfanyi biashara? Sasa ni nani anasimamia biashara zangu? Si inahitaji neema. Kwa hivyo lazima tuendelee kuombewa. Tunafurahi tukiombewa so that we have all the grace ya kutoka unawachana na kazi yako unaenda kufanya kazi ya Mungu. After all, Biblia inatuambia seek ye first the kingdom of God. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza na hao mengine yote tutaongezewa. And that is what we believe. Ninaamini ya kwamba hata wakati mimi siko kwa kazi yangu bado inaendelea, na tunashukuru Mungu. So tunahitaji maombi. Then number 2, tukija kwa kanisa, tunaambia kupitia kwa mchungaji tusaidie tupate members wa kutosha. Tuko na kampu ambaye iko hapa Kisii ambaye haina watu wengi. Ni kampu ya kama watu 11, na nashukuru askofu anajua wengine wao. So kazi ni mingi, lakini wafanyikazi nao ni wachache. So kama unajisikia kabisa uko na hizo requirement ama mahitaji yale nimesema, ni vizuri utatuona tukimaliza kanisa, hatutakuwa na haraka. So number 2, we require members. Then number 3, tunawaambia kwa sababu hii kazi ni ya kujitolea, tunahitaji watu tusaidiane ili tuweze kuprint hizi Bibles za kutosha. Sababu kuprint hii Bible it still costs some money, and we would need support of everyone so that we print the Bibles. Now utajiuliza hizi Biblia tunaziweka wapi? Kwa sababu ukiangalia mimi nimekuja tu na hizi 2. Zitawatosha kweli? Hazitawatosha. Tunapeana Biblia zetu katika areas 12. Lakini sitawaambia zote. Nitawaambia tu chache kama 5 ama 6, kwa sababu najua moja itafurahisha mchungaji. Mahali huwa tunapeana Biblia number 1, tukienda kwa hoteli yote. Wale ambaye ni wasafiri kama mimi, ukienda kwa hoteli utakuta Biblia ya Gideon ambaye ni ile kubwa kushinda hii, the combined Bible. You will get it at the bedside. Nikina Gideon wameweka hiyo. Tukiwa pale katika hoteli, wafanyikazi wote tunawapea hii Biblia ambaye iko na New Testament yote, iko na Psalms na iko na Proverbs. So tunapeana hii Biblia. So that is the hotels. Number 2, tunaenda katika prisons. Tukifika prisons, wafungwa wote, kila mfungwa anapata hii Biblia. Na mahali wanafungiwa hiyo room wanaita ward, tunaweka Biblia kubwa moja, the combined Bible.
na askari wote tunawapea hii Biblia. The other area mahali tunapeana Biblia, armed forces. Kila mwanajeshi yeyote anapata hii Biblia, na ni Biblia ambayo unaweza kuibeba. Naweza kuweka kwa mfuko so that uende na silaha ukiwa katika hii dunia. Naweza kuweka kwa mfuko, naweza kuweka hata hii mfuko na umebeba neno. So hii Biblia ni nzuri, ni Biblia ambayo unaweza kubeba. The other area ambayo huwa tunaweka Biblia, ukienda hospitali, katika bedside ya mgonjwa yeyote utakuta hii Biblia imewekwa pale. Mchungaji waje nikwambie mambo ya hii Biblia. Hii Biblia ni Biblia ya ajabu sana. Kwa sababu ikiwekwa pale karibu na mgonjwa, hata ingawa tunamwambia wewe isome, ukienda nyumbani uiache hapo, wengi huwa hawaiachi. Wanachukua wanaweka kwa mkoba, wanaenda naye. Hiyo tunasema ni kuchukua ama ni kuiba? Ni? Huwezi iba Biblia, you can't. Unaichukua tu, unachukua. We say that you can never steal a Bible because it's like a two-edged sword ambayo inakata kuwili. Tumepata many testimonies ambayo watu wameichukua na anakuja anatuambia, unajua niliiba Biblia yenu lakini ilifanya niokoke. Si hiyo is a positive. Kwetu sisi tunasema ni positive, lakini hatuambii wachukue. Lakini akisikia atachukua, aichukue, alafu tutakuja turudishe ingine. Tukiwa pale katika mahospitali, wafanyi kazi wa hospitali, tunawapea Biblia ambayo inakaa tu kama hii, lakini rangi yake ni tofauti. Rangi yake ni ya white. Si wanavaa koti ya white. So tunawapea Biblia kama hii, lakini rangi yake ni ya white. Now, another area ambayo tunapeana Biblia. At one time umeona mtoto wako akija nyumbani akiwa amebeba hii Biblia. So we go to primary schools. Kuanzia primary tunapeana kuanzia grade 4. Unaweza kujiuliza ni kwa nini? It's simple reasoning. Mtoto wa grade 4 ni mtoto ambaye amekomaa. Akipewa hii anaweza kutunza. Tena mtoto wa grade 4 ni mtoto ambaye anaweza kusoma Kiingereza ama Kiswahili. That is why we give this from grade 4 kuendelea juu. Na pia walimu tunawapea. Sasa hapa ndio itakufurahisha mchungaji. Gideon Ministry, I think the last 3 years, policy imetuambia mchungaji akitengeneza crusade. Nawaambia wana Gideon, unawajua, nawaambia niko na crusade. Naanzia siku fulani, inaishia siku fulani. Crusade nyingi zinakuja jioni. So wana Gideon wameruhusiwa, wale ambao wataokoka katika ile crusade, wote wanapewa Biblia. So sasa hiyo ni area yako. Wakati uko na crusade, wacha wana Gideon wajue, watakuja wawapee wote. Si wote watahudhuria crusade, ni wale tu ambaye wameokoka. So akiokoka anaambiwa aende nyuma ya hema na anapewa Biblia ili imuanzishe katika ile maisha. Sitaki kuwachosha sana, lakini kuna jambo moja ningehitaji kuwaambia. Wiki hii kuanzia jana, askofu anajua hivyo. Wiki hii kuanzia jana tuko na kazi ambaye ni kubwa sana. Tuko na watu wamekuja kutoka nchi mbalimbali za nje ya Kenya. Jana nilikuja na watu 5 ambaye ni wazungu. Wengine walipitia Kisumu. Waliwekwa na ndege Kisumu, wengine waliwekwa Nairobi, ndio tukakaa na wao Narok, jana tukawa na wao Bomet, nikaja na wao hapa. Tuko na wageni ambaye that is 10 plus 5. Tuko na wageni ambaye ni wazungu 15. Tumekuja ili katika hizi camps ambaye zimewazingira ama hizi towns major ambaye zimewazingira. Hiyo ni Kisii, Keroka, Kilgoris, Bucha ndio Gembo, na Keroka na Oyugis nimesema. So they are about 5. Tunataka kupeana Biblia kwa wiki mzima. Kuanzia kesho mpaka Friday tunapeana Biblia kila siku. Na international headquarters wametupa a goal of 350,000 scriptures from Monday, which is tomorrow, up to Friday. Simeona hiyo ni kazi kubwa. So tunahitaji kama umeokoka na unataka kuja kutusaidia, kuja tuonane, tuko pale ufanisi. Na tunafanya mikutano kila jioni. Mchana tunaamka kuanzia kesho saa 1 tuko nje, tunarudi saa 10.
Hiyo ndio ile kazi ambayo tutakuwa tukifanya. Nataka nishukuru askofu kwa sababu aliulizwa nafasi tuje tu tuambie Gideons, ukisikia umeguzwa unaweza I know of course we will continue praying for the ministry. Ukiwa umeguzwa na unasikia ile unapenda ile kazi ya uinjilisti ambayo unajua hautalipwa, lakini sio 24/7, wanaketi wanapanga tutaenda siku fulani kupeana Biblia. Hizi siku zingine zote ni siku zako. Ikiwa umejisikia unaweza kuonana na askofu atakuonyesha wana Gideon mahali wako. So nataka nimshukuru kwa sababu ameturuhusu kuja hapa, na pia hata wazee wa kanisa niwashukuru kwa sababu ya kunisikiza. Najua at least this one has made some impact katika maisha yenu. Mimi ninaitwa Josephat Maina kama vile askofu amesema. Mimi si mkaaji wa hapa, lakini sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. Siwezi hata kuhesabu mara ambaye nimekuja hapa. My position in the Gideon, I am field coordinator. So kazi yangu hata kama sijaajiriwa, ninazunguka katika 137 camps in the country kuangalia vile zinafanya na kuwapea training. But this is not a full-time job. I only organize myself ya kwamba maybe in a month nitoke kama wiki moja. Wiki ingine 3 si ninaenda kufanya biashara zangu. And I can assure you how God is faithful. For the 7 years that I have been the national field rep, kazi yangu bado inaendelea. Even in my absence. Si huyu ni Mungu wa maajabu. So I'm the national field coordinator and I thank God for that. Ni mimi nimewasimamia hata wale wametoka nje because I'm the man on the ground. So mbarikiwe kabisa. Mimi ni mshirika wa kanisa la Anglican pale Nanyuki. Kiingia Nanyuki, kiingia tu town wala wanaijua, on your right side utaona kanisa ya Anglican inaitwa St. Andrew's Church. Askofu, nilipewa salamu zako na mchungaji wangu kwa sababu hii ni kitu nilikuwa nimejua nitakuja. Na bado nitawapa mkija kule. So mbarikiwe sana, barikiweni na Mungu. Asanteni sana. Anaitwa Maina Josephat. Yes. Amen. Barikiwa kabisa. Kwa sababu ya hayo nataka niweze waje niwaletee tangazo moja. Tutaimba tupate neno. Nafikiri itakuwa vizuri. So ukitaka kujiunga na Gideons sio kanisa. Ni kikundi cha kuhubiri injili kupitia kupeana Bible. So ukitaka kujiunga na hiyo, kama sasa hivi wako hapa kuanzia Monday watatoka waanze kupeana hizo Bible. Ukisikia kama uko na moyo unatuona tu hapa hivi, tuweke jina lako, alafu kuna siku tutakuwa ufanishi pamoja na wao, alafu na neno liendelee kuhubiriwa kupitia kupeana Biblia. So Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kutambua kanisa letu na kututembelea. Wacha niweze kuleta tangazo moja hapa. Tangazo. Tuko na furaha kuwatangazia harusi baina ya bwana harusi anaitwa Danican Momanyi Mosiria, mtoto wa Halon Mosiria Momanyi na Karen Kemunto Mosiria, mjukuu wa Joseph Momanyi Okali na Rael Barongo Momanyi. Kanisa lake liko Kali PAG, kata Basi Mazige, kata ndogo Masisi, wilaya ya Utawala Nyamaje na wilaya ya kanisa Nyamaje PAG District, County Kisii. Bibi harusi anaitwa Helen Nyamokami Omwenga, mtoto wa Jeremiah Omwenga Omeji pamoja na mama Rose Kerubo Omwenga, mjukuu wa Joseph Omeji pamoja na mama Salome Mora, mjukuu wa kanisa lake ni Getare PAG, wilaya ya kanisa Kisii District, wilaya ya Utawala Kisii na kata Nyatieko, kata ndogo
Mwamanua. Harusi itatangazwa kama ifuatavyo. Mara ya kwanza tarehe 11 ambayo ni siku ya leo. Mara ya pili tarehe 18 mwezi wa 5 2025, na mara ya tatu na ya mwisho itakuwa tarehe 25 mwezi wa 5 2025. Harusi itaunganishwa mnamo tarehe 30 mwezi wa 5 2025 katika kanisa la Gitare PAG Town Church saa 8 kamili na Reverend Jacob Onjangwa, District Overseer Nyamaje. Harusi imeandikwa na kukubaliwa naye Reverend Lilian Ogega, CD Kisii District. Aliye na nena aseme, la sivyo anyamaze milele. Harusi iheshimiwe na watu wote. Waebrania 13 usome haya yake ya 4. So hii harusi inafanyika Gitare. Na kama uko na sababu ya kupinga, unaweza kupinga saa hii ama upinge baadaye. Lakini tumepewa mpaka tarehe 25 mwezi wa 5. Kama uko na kitu ya kusema kuhusu harusi hiyo, unaweza sema. Kama huna kitu, basi unyamaze milele, uombee harusi kwa jina la Yesu. Amen. Kuna kadi ya tunapoombea watoto, tunapeana kadi. Na pia na ubatizo. Kama hujapata yako, ni vizuri ufuatilie. Ukimwona Damaris, secretary wetu wa ofisi, anaweza kukupatia. Kama sasa kuna ya mwenye anaitwa Leiden Nyangacha Olenge, ambaye tulimuombea, ilikuwa tarehe 30 mwezi wa Januari 2025. Naro Leiden yako, kuna mzazi wake Leiden Nyangacha Olenge. Kama yuko, tukiombea mtoto wako, kuja chukua kadi yako. Kama hatuja kupatia wakati huo, ni vizuri uifuatilie kwa ofisi, maana ni ya muhimu mno. So karibu katika ibada, praise and worship. Mnaweza kuja muweke kitu kidogo tu hivi, alafu baadaye tupate neno la Bwana na jina la Bwana litabarikiwa. Jana tumekuwa katika center na Mungu akaweza kuajilia neema kwa mama director wetu wa Nyamataro, akawa mama center. Hebu mama center tusalimie. Mama center tusalimie. Kuna maiki hapa, kuna maiki iko hapo. Huyo ni mama director wa Nyamataro, tena mama center. So ukimuita mama director wa Nyamataro ni vizuri, lakini mama center ni vizuri zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa umbali ambao amenileta, na nimenyenyekea sana chini ya miguu yake, maana peke yangu sitaweza. Naomba ya kwamba Mungu aniongoze kwa kiwango ambacho ameniweka, na kwa maombi yenu, kwa maombi ya wachungaji ambao tutashirikiana na wao kwa center. Tuko na makanisa 21. Namba ya wanawake inakuwa nyingi kwa makanisa. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba Nyamataro iwe ya kwanza kuniweka kwa maombi wa mama, na tuwe wa kwanza kushiriki katika mikutano ambayo tutakuwa nayo kuanzia sasa mpaka wakati ambapo Mungu atakubali tena tuende kwa uchaguzi. Kwa hivyo nimenyenyekea nikishukuru Mungu na nikiomba ya kwamba wacha neema yake itoshe. Tubarikiwe pamoja. Amen. Asanteni sana. Mungu atembee pamoja na wewe katika kazi ya Bwana. Idara ya wamama katika center, Bwana akaajilie kibali na kaweze kusababisha watu kusimama na wewe ili kazi isonge mbele. Na tulipokuwa hapo pia, na mimi pia mafuta yalianguka kwangu, nikawa chairman wa center. Huyu ni mama center na mimi ni chairman wa center. So ninaomba kwamba Bwana atusaidie. Mungu tukapata hiyo nafasi, na ninaomba Mungu atusaidie tufanye kazi, jina la Bwana liweze kuinuliwa kwa jina la Yesu. Huyo mtoto tulikuwa tunaombea mtoto leo, ndio huyu nimeita hapa. Jameni,
Nafikiri ni mwenye niliombea kitambo. Yeye ndiye anaitwa Raiden. Kwa hivyo dama hii umeandika tarehe za nyuma. Okay, yeah. Hii ni ya leo. Hiyo tarehe nimesoma ndio alizaliwa huyo mtoto, lakini leo ndio tunamuweka mikononi mwa Bwana. Sikuwa nimepanga hivyo. Hii ni Bwana Raiden amekuja ghafla na niliwaambia kwamba leta watoto tuombe. Mama bwato mwana yorokana. Amen. Mungu akubariki sana. Utatunza mtoto huyu katika njia za Mungu. Amen. Bwana akubariki sana. Unatoka Sajon? Kaijaga ndoje? Alikupatia nafasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya mtoto huyu ambaye Bwana nimemkumbatia mikononi, na mtamkia baraka zako awe baraka katika familia, ukamlinde kutoka kwa magonjwa ya kila njia na nguvu zote za kishetani zikapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mtoto huyu ni mbarikiwa Bwana, ukaweze kutembea pamoja na yeye anapoendelea kukua katika viwango mbalimbali, ukamuonekanie utakapofika wakati wa kwenda shuleni. Bwana ukaweze kwa katika upande wake, asiwe mkia bali awe kichwa, na sifa na utukufu usikaweze kukurudia katikati ya wengi, asababishe baraka kwa wazazi wake, ili jina lako lipewe sifa na kuinuliwa. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Tumemchofia ndani ya damu ya mwana kondoo. Huyu ni mbarikiwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Omwana wa mama kwani abusiko. Mkwani omwana ya abusiko. Asante kabaze seni. Mungu awabariki sana. Bwana awabariki. Amen. Asante kabaze seni. Bwana awatende mema. Praise and worship mtakuja tu. Kuna hii mpatie hii. Praise and worship moko beka kanto higa. Egere kuruwarro tuweze kuingia katika neno la Bwana, na naamini kwamba tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Alita Makers walikuwa wametoka kidogo kwa mwaliko walikuwa nayo Eta ya TV. So ndio wametokea. Karibu sana Alita Makers, na Bwana wabariki kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. Tuinue kwa miguu yetu tunapoenda kumtukuza Mungu. Yes. Inuka tu kwa miguu yako unapoenda kumtukuza Mungu asubuhi ya leo ama mchana wa leo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jipigie makofi. Hiyo ni yako kweli? Unajipenda kweli? Hebu jipigie makofi. Haya, tupigie Bwana makofi. Shangwe na vigelegele na vigelegele. Vigelegele, vigelegele. Tuinue mikono yetu juu. Ndio Bwana. Tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana. Utukufu wote Bwana. Ndio Bwana. Tunakurudishia utukufu
wa kufananishwa na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Asante kwa sababu ya wema wako juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya mchana wa leo. Imekupendeza Bwana tukaweze kuwa katika nyumba yako na chini ya paa hili Bwana. Umependezwa kutuzungumzia katika mchana huu. Naomba kwamba ukazungumze pamoja na mioyo yetu katika njia ya kipekee, kwa kuwa wewe ni Mungu. Ubariki kila mmoja, uinue kila mmoja ambaye Bwana atasikia sauti hii. Ondoa chochote kile kinaweza kuzuia neno lako lisije likaja katika njia inayofaa. Naomba Bwana mtetezi wetu ukaweze kututenda mema, maana wewe ni mfalme. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana wewe ni Mungu mkuu. Bariki mkalimani wangu. Bariki kanisa nzima kwa jumla. Neema yako ikatutosha, watumishi wako walio ndani ya nyumba wabariki, wafunike na damu yako Bwana. Tumenyenyekea ukapate kuinuliwa juu. Nani katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amina. Amen, amen, amen. Asanteni sana waimbaji, Bwana wabariki. Biyama na bateli nyasaba siseni. Na Bwana akawatende mema. Na nyasaba kolera maya. Tunaenda mbali. Ngoyanda torale. Vile tunaimba hapa, sisi sio watu wa hapa tu hivi. Unatokotera aga ndutali bateli baga igo. Mungu ameinua kiwango chetu. Nyasao imukererie viwango vyetu. Na Mungu anapoinua kiwango chetu, na ekara nyasao imukirie kiwango vyetu. Na sairi na sisi pia tukaweze kuwa macho. Na itu etobwana tatoba maisha. Maana Shetani apendeshwi tunapoinuliwa. Ekiagera birecha taliko goke karoto ko imuke. Kwa hivyo Bwana akawabariki sana. Igonya saba sisi niki. Mlio katika kanisa la hapa chini. Aba male kanisa yansa. Na mlio katika kanisa la juu. Na aba male kanisa ya igo. Bwana akawape neema na akawatende mema. Nyasaba obu. Tunaombea mpaka kanisa letu la watoto wakiwa pale chini. Bwana aendelee kuwabariki kwa jina la Yesu. Kwa wale labda wageni ambao wamekuja siku ya leo, tunasema karibu sana katika ibada yetu. Hili ni kanisa la Nyamataro PAG. Mahali Kristo anatawala. Mahali tunaongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Mahali Kristo yeye ndiye Mwokozi. Ase Kristo aromoto. Mahali tunaamini watu kuponywa kupitia maombi. Ase tuegene tabanto kobwena asama sabano kuegena. Tunapokuwa hapa
inawezekana upate muujiza wako ukiamini Kristo. Getorega na beko nyarekana nyorega koneki aonye kuegenire Yesu Kristo. Uwezi kuja katika nyumba ya Bwana na urudi jinsi ulivyokuja. Togo chase nyumba ya Nyasaye na ando ira nabuna gwa. Hii ni nyumba mahali ambapo Yesu anatembea. Ne nyumba ase Nyasaye gota. Ni nyumba Yesu anasababisha miujiza na ishara. Ne nyumba Nyasaye kolete bikone na makuu. Ni nyumba ukikuja kama umeweza kuvunjika moyo, unarudi nyumbani kama umeweza kutiwa nguvu. Ne nyumba ogocha gokweta moyo kuira nanga kobeki. Sio mapenzi ya Mungu uje hapa ukiwa mgonjwa na urudi ukiwa mgonjwa zaidi. Talio kwanza kwa Nyasaye oche korwale tenando ira na sio vizuri uje katika nyumba ya Bwana ukiwa na amani ndani ya moyo wako. Talibu ya oche nyumba ya Nyasaye kobwata maremba. Urudi nyumbani ukiwa hauna amani. Oira nego chingo tabwati maremba. Sio mapenzi ya Mungu. Talio kwanza kwa Nyasaye. Ukiwa umekuja hapa, onya gwachira, umeingilia ule mlango, wasairo mlango ama mlango ule, gosege sieli ke, ama umeingilia mlango wa kina maaskofu hapa mbele, wasaire gesieli kia barandi, lazima vitu vibadilike. goike bintu byonchoreri, yale ambayo yamekuwa magumu katika maisha yako, aliabaira makomo asobo gimako, lazima yakaweze kurahisishwa kwa sababu umeingia katika nyumba ya Bwana. Bigwa sengenjo wasaira se nyumba ya Nyasaye. Hii sio dini tu. Tali dini. Hii sio kikundi watu wanakuja kupumzika. Oyo tali masangerekana abantu bako wakingojea masiko yao. Asa abantu baganyeta wo tinde ku. Wakingojea wafe wazikwe na kanisa. Asa abantu baganyeta bakubatinde kune kanisa. Hapana. Hiyo sio agenda yetu. Oitalio morobe. Agenda yetu ni kwamba tukutane pamoja na Mungu. Omorobe yetu no linga tanyara na mananya. Agenda yetu ni kwamba tusikize sauti yake Mungu. Omorobe yetu no linga totagarira kurwasa Nyasaye. Na tutende mapenzi yake tunapokuwa duniani. Naenda tokoro wanza kwa yake rotora sense. Wiki jana niliwaambia kwamba hatuna mambo mengi ya kufanya hapa. Wiki ya etana abatenga ntobwatia mangana mangana. Hatuna sarakazi, hatukuuzi maji. Ntobwati mangana mangana ntorio kaoneri maji. Hatukuuzi anointing oil. Ntorio kaoneri maguta. Hatukuuzi kitambaa. Ntorio kaoneri keranga chubu. Hatukuuzi kifagio. Ntorio kaoneri kiabusu. Hatukuuzi kisu. Ntorio kaoneri moyo. Ya kwenda kukatakata mapepo. Digaro nyaro kaenda kubutora nebireta. Hatukuuzi t-shirt ya kuvalia. Ntorio kaoneri t-shirt yobeke. Hatukupatii pete. Ntorio kaabete. Hapa ni Mungu pamoja na watu wake. Iganya Nyasaye ama n'abantu bayo. Mungu anabadilisha. Nyasaye ogonchora. Bila hata mafuta ya anointing oil. Nero bwata mabuta. Mungu ukutana pamoja na watu wake. Nyasaye gakonyora n'abantu bayo. Hata bila kuwa na holy water. Noene karota bwatia mata. Anakutana pamoja na watu wake. Nyasaye gakonyora n'abantu bayo. Bila kutafuna nyuzi. Otaligota kuna usi. Sababu yeye ni Mungu. Ekiagerera Nyasaye. Mwenye uwezo na nguvu zote. Ole noko bwana. Ako na mamlaka kutenda. Igare ne chinguru cha. Alipokuwa duniani. Ekara arenga sense. Hatukuona akipeana nyuzi mahali. Tuaroja gakoena na usi. Kwa sababu hakupeana nyuzi. Asenge tata. Na sisi hatupeane nyuzi hapa. Tutolikana na usi. Maana sisi ni watoto wake. Ekiagera ntuna bana baje. Alipokuwa duniani. Ekara arenga sense. Aliombea watu waliokuwa wagonjwa. Igasabereta abantu wakapokea miujiza yao. Wakanyorega kone. Na hiyo ndio tutafanya hapa. Ekina kitora kolega. Mambo kama ni maji. Amangana nyana maji. Mambo kama ni kuvalishwa vitambaa. Kubekerwe vitambaa. Ndio muujiza uweze kutendeka. Hiyo nenda tafuta kwingine. Lakini hapa ni Yesu na watu wake. Oh, haleluya. Amina. Nimekuja katika mjana wa leo nikikwambia kwamba kila Mungu alipanga uweze kuwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Hiyo ilikuwa ni ujumbe ya last week. Kwamba nyakati zako zikifika hakuna naweza kuzuia. Waliweza kuchukua Kristo wakamweka juu ya mti, wakaweza kumpigilia misumari, wakamtoa nguo zake, wakamtemea mate, wakaweza kumtukana kwamba huyu ndiye alikuwa anajiita mfalme wa Wayahudi. Lakini hiyo haikuzuia Yesu asiwe Bwana wa mabwana. Walimaliza kumuita majina hayo yote, wakamaliza kumtemea mate, wakamweka kwa kaburi, na Biblia inasema kwamba kukawa na tetemeko.
na jiwe likaondolewa na mfalme wa wafalme, kwa sababu angeweza kusuhiliwa na jiwe, angeweza kusuhiliwa na matusi ya wanadamu, angeweza kusuhiliwa na kuitwa majina, akafufuka kutoka kwa wafu. Na alipofufuka kutoka kwa wafu, leo hii vile ninahubiri, ameketi katika mkono wa kulia wa Bwana. Biblia inasema kwamba anaendelea kutuombea. Usivunjike moyo kwa sababu ya majina unaitwa. Walimuita Yesu akafufuka, walimuita Yesu akawa mfalme wa wafalme, walimuita Yesu lakini bado yeye ndiye kiongozi. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na kwa sababu hiyo leo nataka niweze kuzungumzia kwamba kuchaguliwa tena baadaye kukataliwa kwa sababu ya kutotii. Kuchaguliwa na tena baadaye kukataliwa kwa sababu ya kutotii. Yani kwa Kiingereza naweza kusema hivi, chosen and then rejected because of disobedience. Nasoma kitabu cha Zaburi 100 na Zaburi 81. Kitabu cha Zaburi 53. Kitabu hicho kimekuwa cha baraka kwangu sana wiki hii. Inasema hivi mstari wa 11. Mstari wa 11 na 12. Lakini watu wangu hawakutaka kunisikiliza. Israeli hawakutaka kunitii, bali niliwaacha katika ukaidi wa mioyo yao, wafuate mazauri yao wenyewe. Amen. Zaburi 53 ya mwanzo wa 14 goteba kulinda abantu bane tibaigwete eliogiriane Abaisiraeli abo nigo bangete kegima konyigwera asayo nkabatiga babwatie obomwenu bwechinkoro chiabo elinde bakore buna kolengana konya barobeirie abanyene. Baba nakushukuru, tata nagwakeire mbuya mono, tumeshuka chini twaekeirie ukapata kuinuliwa juu. onyale kuimukererirwa iguru. Chukua nafasi katikati yetu. Irali bagase gati yetu. Tunapozungumza iwe ni wewe unazungumza. Karo kwanebe nayo. Ondoa yaliyo yetu. Rusia yara. Achilia yaliyo yako. Weka yara yao. Ondoa mioyo migumu. Rusia emioyo mekongu. Weka mioyo ya nyama. Weka emioyo ya nyama. Ambayo inaweza kufunjika. Na inaweza kukubaliana na neno lako. Katika mchana wa leo. Bwana umetuzungumzia tangu asubuhi. Na bado tunahitaji ukazungumzie hata sasa. Kwa jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Na mtu wa Mungu asema amina. Amina. Amen. Amina. Mahali nimesoma ama neno ambalo nimeweza kusema kwamba nazungumzia lingana na kwanango kwanera kuchaguliwa tena kukataliwa gochorwa na moelio ya kwangwa kwa sababu ya kutotii. Asengecho yogo taigwera. Biblia inazungumzia kuhusu wana wa Israeli. Biblia kwanera wana wa Israeli. Ambaye Bwana aliweza kuwakomboa kutoka nchi ya Misri. Abo Nyasaye abalete kurwa sense ya Misri. Alipowakomboa alifuatilia ahadi alizoziweka kati yake pamoja na mababu zao. Ekera ababoletie niga bwate tichira chiri abege tamone chisokoro. Akasema kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi. Agatebanga nimbe amonainu. Takaponiita nitawaitikia. Ekera muranda angelie nimba itabere. Na ikawa hivyo. Na ndi kabaigo. Walipomlilia Mungu. Ekera bamulirete nyega. Mungu alipata kuwasikiza. Nyasaye akabaigwa. Na alipowasikiza. Nekera abaigwa. Akawakomboa na kuwanazua kutoka kwa mikono ya adui. Akabatolia kurwa sama goka ya babisa. Ambaye ni mfalme wa Misri. Oyerengo maruoti o Misri Farao. Na Biblia inasema hivi. Na Biblia watu hawa ambao waliweza kukombolewa
abantu aba batoleti wanaoitwa kwa jina la Mungu, aba barekoro kwaselia talia Nyasaye, watu ambao Mungu walipokuwa wanaita Mungu anawasikiza kwa haraka. abwekara barekoranga Nyasaye ariko bayigwa sobwango Pale kwenye nimesoma, aliasa na asomire ukisoma kutoka juu uisogosa makuru aigo inasema kwamba watu hawa waliweza kukataa kusikiza sauti ya Mungu gotabanga abantu aba nigo bangete koigwererio giria Nyasaye ambaye aliyewatoa katika nchi ya Misri, oyo barusetie ense ya Misri, aliyewatendea miujiza. oyo bakorerete ebikone Wakati Farao alishikilia sana, ekero Farao babwatererete mono, Mungu akasababisha miujiza kutendeka, Nyasaye agakora ebikone bigakoreka, mpaka Farao akainua mikono juu, mpaka Farao akaimukia amaboko iguru, akaachilia Waisraeli waende zao, watoka abana ba Israeli ama waende katika nchi walioahidiwa na Mungu. sense Nyasaye balierete ira, Na Biblia inasema kwamba walipitia mambo mengi hapa katikati, ne Biblia gotabanga mbeterete amang'ana wakawa wanalalamika, bakaba bayemurunga, wakawa wanatamani kurudi Misri, bakaba baganiri bairane Misri, wakasema Musa, tulikuambia kabla tutoke pale utuaje, bagatebanga Musa ntwagotebeti juma totararwa Misri ototige, lakini Mungu bado akasimama pamoja na wao. korende Nyasaye agatene namo na barobwo, So kuenda haraka, asoko genda buko watu hawa walioitwa na Mungu, abantu aba barangere tiguna Nyasaye hapo kwenye nimesoma, asa nasomire, lakini watu wangu hawakutaka kunisikiza. korende abantu bane tibaigwete eriogiriane, Israeli hawakutaka kunitii. Abaisiraeli abo nigo batatete konyugwera, Mwenye anazungumza ni Mungu oyo gokwana Nyasaye, aliyeziumba mbingu na nchi. oyo otongete igoro nensi, Anasema lakini watu wangu agateba abantu bane hawakutaka kunisikiza, mbategete konyugwera, wala hawakutaka kunitii. gose mbategete konyugwera, Biblia inasema hivi verse 12, ikumi na ibere agoteba basi nikawaacha katika ukaidi wa mioyo yao, asa yo nkabatiga babwatie obwenenu bwabo, ni wafuate ukaidi wa mioyo yao, babwate obwenenu bwechinkoro chiabo, wafuate mazauri yao wenyewe. babwate obasemie bwabo abanyene, Hawakutaka tena wazauriwe na Mungu, mbategete gosemiwa na Nyasaye, hawakutaka tena kusikiza sauti ya Mungu, mbategete koigwa riogiria Nyasaye, hawakutaka tena waweze kufungua masikio yao wasikie Mungu anasema nini. mbategete koigora amatabo baigwe kinyasaye gokwana, Na kwa sababu hiyo naseng'enche eyo ikafanya Mungu akawaacha, ekagera Nyasaye akabatiga, ikafanya Mungu awakatae, ekagera Nyasaye akabanga, ikafanya Mungu aweze kuwaacha waishi maisha yao. ekagera Nyasaye akabatiga bamenye obugima bwabo, Biblia inasema hivi Biblia goteba kwamba Mungu akawaacha wafanye vile walivyokuwa wamepanga. Nyasaye akabatiga bakora buna barobereti. So nataka niweze kuzungumza mambo karibu 10 hapa. Ndagete gokwana mang'ana ang'e ikomiga, Mungu anapokuacha ekero Nyasaye gototiga unakutana na nini? inkio konyorana na kero kio, Mungu akiamua kukuacha kama Mungu wako, aracha gogotiga buna Nyasaye, Mungu akiamua kuniacha mimi kama bishop, Nyasaye aracha gogotiga nje buna Mungu bishop, akiamua kuacha kanisa, Nyasaye aracha gotiga kanisa, akiamua kuacha familia, aracha gotiga ni familia, nini inafanyika? ninki gekoba Jambo la kwanza egentege tang'ani inasema hivi, mstari wa 12, igegoteba ige egogesieriga 12, basi niliwaacha katika ukaidi wa mioyo yao, asayo nkabatiga babwatie obomwenu wafuate mazauri yao wenyewe. babwatie obasemie bwabo abanyene, Yaani njia nyingine asenchere hende anataka kusema kwamba akawaacha goteba ng'a akabatiga akawaacha na kule kuna matumaini yao, akabatiga n'ogosemeria kwabo, yaani akawaacha akabatiga waweze kuwa na kiu na mambo ya mioyo yao, banyare gotwara erango n'amang'ana abo, yale ambayo wanataka kufanya Mungu akawaacha wafanye. ali batagete gokora Nyasaye akabatiga bakore. Unapokataa na kutii sauti ya Mungu, ekero okwanga koigwererio giria Nyasaye, hata kama umechaguliwa, nonye gwachorirwe, hata kama unaitanishwa na Mungu, nonye kwarangeriwa ase erieta ria Nyasaye, ukikosa kutii sauti ya Jehova, ekero okwanga koigwererio giria ukikosa Nyasaye, kutii yule ambaye amekuita, ekero okwanga koigwera oria okorangeri, amekutoa katika
giza okorusiria somo suke amekuleta katika nuru ya ajabu ya Mungu. okoletira sobora bubugo kumebwa Mungu Nyasaye anakuaja unafanya yale ambayo yaliyo matamanio yako. Nyasaye gagutiga gwakora korengana no gwanta kwao Ufuate tamaa zako obwatie chirango chiao ya moyo wako. aliyeyo moyo. Halo, Bwana asifiwe. Bwana Yesu Basi ni akawaaja katika ukaidi wa mioyo yao akabatiga so mwenu bw'ekinkoro kyabo wafuate mazauri yao wenyewe. babwatye abasemi bw'aba abanyene. Kwa hivyo kitu cha kwanza, Mungu anakuaja ili ufuate the rest of your heart. Nyasaye gagugotiga obwatye abasemi bw'omwoyo Ufuate ile tamaa ya moyo wako. obwatye tamaa y'omwoyo Na ukifuata tamaa ya moyo wako nande ukobwatye tamaa bila kusikiza yale Mungu anahitaji, otaliko igwera ekinyasaye atagete tamaa ya moyo wako itakupeleka upotee. okogania kw'omwoyo okorago chigosira Bila Mungu kutuongoza, Nyasaye ataturaeti hata kama tutakuwa na nini, na tobama na inwe itakuwa ni kupotea. igera abogosira. So anasema kwamba akawaaja wafuate anasa za mioyo yao. egotebanga akabatiga babwati obomwenu bw'ekinkoro kyabo. Kitu cha pili ekyakabere kinapatikana tena hiyo verse 12. ekonyorekana ikumi Anasema akawaaja egotebanga akabatiga waweze kutembea banyare gotara kwa mipango ama vile wamepanga wenyewe. koreng'ana buna konye barobeirie abanyene To walk in their own counsels. batara koreng'ana konye buna barobeirie abanyene Watembee kulingana vile wamepanga. batara buna barobeirie. Haijalishi ni mipango gani unaweza kuwa nayo. terigo kumeringa meroberi kyobwa Iwe mpango mikubwa, ebe nemeroberi emenene iwe mpango ya aina gani, ebe meroberi lakini kyeria kama Mungu hajahusishwa, korendo onye Nyasaye tabwata hiyo mipango haiwezi ikaenda mbali. emeroberi eitekogenda. Ndio sababu anasema kwamba Mungu akawaaja watembee, Nyasaye akabatiga batara watembee katika mipangilio yao, batara koreng'ana nemeroberi yabo kwa sababu walikataa kumtii. ekiagera bangete kumuigwera. Kitu cha tatu egento kia gatatu kinapatikana katika Second Chronicles. gekonyorekana Second Chronicles chapter number 30 verse 7. Amangana yebiro. ekonyorekana ase amang'ana ebiro Amangana yebiro ya kabere. yakabere Amangana yebiro ya kabere. Merongo etatu osoma isana ibere. merongo etatu nsome isano ibere. Inasema namna gani? egoteba timobo buna chisokoro chino na buna abanto bamino batarenge abegenwa ase omonene Nyasaye bwe chisokoro chiabo goika akabasiria buna moroche bono. Musiwe kama baba zenu na ndugu zenu ambao hawakuwa waaminifu kwa Bwana Mungu wa baba zao, hivyo akawafanya kitu cha kusangaza kama mnavyoona leo. Ukikataa kutii sauti ya Mungu, ekero kwanga koigwa eriogiria Nyasaye, unajua anazungumzia Waisraeli igagukwanera Abaisraeli kwamba mziwe kama mababu zenu ng'atimo abo buna chisokoro chiaino waliokosa kumwamini Mungu, abategenete omonene wakaweza kufanya mioyo yao ikawa migumu, bagakora chinkoro chiabo na baadaye Mungu akakasirishwa nao mwaeli wa Nyasaye akawaangamiza wote, akabasiria bonsi akafanya kitu cha kusangaza katika maisha yao, agakora egento giogokumia ase obogima kama bwabo vile mnavyoona leo hii. buna moroche bono. So ukikataa kutii sauti ya Mungu ekero kwanga koigwera eriogiria na Nyasaye kusikiza yale Mungu anataka uweze kuyafanya, na koigwa ali Nyasaye atagete okore, Mungu hata kama umechaguliwa, Nyasaye nonye hata ogotorire kama umeokoka, nonye gwatorekire Mungu anaweza kuachana na wewe Nyasaye nabagotigana kwa sababu umefanya moyo wako kuwa mgumu kiagera gwakorire ekore yao kwa kusikiza sauti ya Bwana. otari koigwa Biblia eriogiria inasema Nyasaye kwamba akaweza kuangamiza hawa watu wote ebiria egotebanga akabasiria bonsi kwa sababu walikosa kumtumainia Mungu. ekiagera batamoigwerete omonene. Jambo la nne egento gia kane ambalo nazungumzia, ekengokwanera unaweza kuchaguliwa nabora achorwa na tena ukataliwe naende bwangwe kwa sababu ya kutoamini.
ama kutokuwa na kutii. Inasema hivi katika kitabu cha Psalms chapter number 78. Inasema hivi 78 Psalms. Zaburi ya 78 verse 29. Tosome 29. Inasema hivi walikula na kusasa, kwa maana alikuwa amewapa kile walichokitamani. Verse 30 inasema kabla hawajamaliza kula walichokitamani, hata walipokuwa kingali bado vinywani mwao, hasira ya Mungu ikawaka juu yao, akawaua wale waliokuwa na nguvu zaidi miongoni mwao, akiwaanguza vijana wa Israeli. Hebu soma hiyo. Zaburi ya 25 nsome 29. Elia abantu abo bakalya chinyama bakaigota. Ekiagera Nyasaye niga baete ekebasanerete. Kolende karo chinyama chiarenge ase emenwa yabo bagendererete gochitakuna naende konya bataraisanekia obogworu bwabo omanene akaba nendamu amwene nase bare agaita abantu abo barenge n'echinguru goetania abande agakora kegima abamura baba Israeli. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapa Mungu anazungumza. Unajua hii ni wakati Waisraeli wameweza kumulilia Mungu, wamesema wanataka wapate vitu wakule, wako jangwani, wametezeka, wakalia wakasema tunataka mana, tunataka chakula. Mungu akasababisha waweze kupata vile vyote walivyovihitaji. Mbiyamano. Mungu akasababisha waweze kupata vile vyote walivyotaka kutoka kwa Mungu. Na kwa sababu ilikuwa wameomba kwa nia mbaya, kwa sababu ya mahitaji yao, Biblia inasema kwamba kabla waweze kumeza viingie katika tumboni mwao, hasira ya Bwana ikawaka na wakaangamishwa wote. Kwa sababu gani waliweza kuangamishwa? Kwa sababu hawakumwamini Mungu, hawakutaka kusikiza Mungu, walitamani kurudi Misri kwa sababu kuna njaa na kiangazi. Tunapolalamika hapa na pale, tukikosa tumaini katika Mungu ambaye aliye na uwezo kusababisha dhoruba kutulia, aliye na uwezo kuleta suluhisho wakati hakuna suluhisho. Mungu ako na uwezo. Hata kama tumechaguliwa, hata kama tumeitwa, hata kama tuko safari ya kwenda mbinguni, tukikosa kumwamini Mungu aliye chanzo ya imani yetu, Biblia inasema kwamba aliwapa kabla hawajara. Yani obogworu wao batarajikoera, wakati wao hujaisha, Biblia inasema kwamba akaweza kuangamisha kinyamatira sama ngangurabo, aliwaga basiretie kinyamatire monu, kwa sababu walikosa kutii na kusikiza sauti yake Mwenyezi Mungu. Ekiagera bangete koigwera eliogirio monene. Tunapokosa kusikiza sauti ya Mungu, tunapofunga masikio yetu, hatutaki kusikia tena Mungu anasema nini, ama neno la Bwana linasema nini. Kitu namba 5, Mungu anaajilia magonjwa. Psalm 78 verse 50. Zaburi 78 verse 50 inasema, alitengenezea njia, alitengenezea njia hasira yake, hakuwaepusha na kifo, bali
aliwajia tauni. ere akairoseria endamwamu yaye enchera akairoseria endamwamu yaye enchera akabeka emioyo y'abasama kweli akabarentera oborwaire okobaita. Unapokosa kutii sauti ya Mungu, ekero kwanga kuigwa eriogi ria omonene, tunapokosa kusikiza Mungu anasema nini, ekero twangire kuigwa ng'anki Nyasaye agoteba, taifa inapokataa Mungu ense ekero yamwangire Nyasaye na hata kusikiza sauti yake, neba kuigwa eriogi riaye, Mungu anaajiria vituko, Nyasaye nigakubwatoka ebintu, anaajiria sarakasi, Nyasaye otige emikono gete anafunja mipaka ya heshima. osieka amang'ana amaye y'amasikani. Watu hawawezi kuheshimiana tena, abantu mbali gusikana naye, hawawezi kuheshimu viongozi tena, bali gusika barayi naye, kwa sababu Mungu amejiondoa. ekiagera Nyasaye oirusi Biblia lyaro, inasema kwamba Mungu alijitengenezea njia, ebibilia gotenga Nyasaye akayeroseria enchera, hasira yake, akaroseria na enchera hata kuwaepusha ekiagera tabancherete na kifo, hakuwaepusha na kifo. tabarusetia sama kweli, Yani kama mauti yalikuwa yanakuja, onyama kweli alenge gocha, Mungu hakuzuia, Nyasaye tasuye aliajiria afyeke watu. igatigeta makweli aliasibia abantu. Kwa hivyo akaweza kuajiria hakuajiria kifo ama hakuwaepusha na kifo, bali aliwajia tauni, igotabatangeti kurwa sama kweli akabatiga basi, aliwajia magonjwa, akabatigira amarwaire, magonjwa sugu, amarwaire yogoita, yale ambayo hata ukienda hospitalini hakuna uponyaji, amarwaire okwenda nonyana senya kitali ya kusangaza. Ukienda hospitalini daktari anasema nimekuwa daktari miaka mingi, okwenda nyakitali daktari otebanga na abiro munyakitali amatuka mangi, lakini sijaona ugonjwa wa aina hii, korenda tindaro oborwaire muno, kwa sababu watu wamekosa kusikiza sauti ya Mungu. asengencha abantu bangire kwegwa eriogi ria Anaajiria mpaka corona, nigagotiga mpaka corona, anaajiria magonjwa ya kila njia, otiga amarwaire akira enchera, yanachukua hera zetu aira chibesa kwa chetu, sababu tumekosa kutii sauti yake Bwana. ekiagera twangire kwigwera eriogi ria omonene. Nasema Mungu hakusuilia, igongo tebanga Nyasaye tasuye hakuepusha na mauti, tabegetige tango kia makweli, hakuweza kuondoa katika njia ya mauti, tabaruseti ase chinchera chia hakuweza makweli, kuondoa katika njia za ajali, tabaruseti ase chinchera chia hakuweza kuondoa katika njia za moto, tabaruseti ase chinchera chia merero, akawaajilia akabatiga na akaajilia tauni nanda agatigenda iweze kuwamaliza. enyare Ni kubakora kwa sababu gani? nasengencho yaki Walifunga masikio yao, igo batsiege tamatabo wakafunga macho yao, bagasieka amaisaro hawakutaka kusikiza Mungu, mbategete komotera hawakutaka Nyasaye kusikiza sauti ya Bwana, batete kotegera eriogi ria omonene, wakataka wahubiriwe mambo yale ambayo yanapendeza, bategete bazirandirigwa amang'ana aria kubagokia, watakete batabunga Amerika ngoga na mole, wanataka waambiwe mtaenda Amerika, mutajenga nyumba, mwagache chinyomba, watoto wenu watabarikiwa. abana bainomba sisenigwe, Hawakutaka kusikiza mahubiri batagete kotegerera marani ya kurekebisha watu watii sauti ya Bwana erinda abantu katika jina la Yesu Kristo. aserieta ria Yesu Watu Kristo, wa Nyamataro, abantu kwa banyamataro jina la Yesu, aserieta ria Yesu, ninataka kusema hivi, igontakete ntebeiga tutii sauti ya Bwana, otege tuigwere eriogi ria tusikize omonene, Mungu omoigwe Nyasaye ambaye ametupigania, oyo ambaye torwanereire, ametuonekania, oyo ambaye tororekanire, amebariki familia zetu, oyo osesenire chifamili ambaye chetu, ametuepusha na mauti, oyo totangire ambaye kuwasema ameweza kweli, kutuinua. oyo nyarire gotwigereria Haukuwa kitu, ntwarenge lakini gento Bwana amekufanya umekuwa kitu korere Nyasaye otokorire twabeire kwa gento jina la Yesu Kristo. aserieta ria Yesu Nasema Kristo, kwamba akawaajilia igegotebanga akabatiga watembee katika njia za vivu batwara ase chinchera chiegesunte na akawaajia tauni, nande akabatigere ndamwamu magonjwa yale ambayo amarwaire aria utatumia dawa lakini hautapona. ogotumeka amariogo lakini otari kogwena. Amen. Amen. Hiyo ilikuwa ni number 5. iyarenge namba isano Hiyo ilikuwa number 5. Number 6, isano nemo akawaajilia, inapatikana katika Psalm 79:62. egotoka Saburi 79:62 inasema hivi, aliachia watu wake wawawe kwa upanga,
igatigeta abantu bae baitwe asomoro akaukasirikia sana urithi wake. Akaukasirikia sana urithi wake. akagecherigwa mono omwandoe. Mungu alichagua watu hawa, Nyasaye nero choreta abantu aba, lakini kwa sababu walikosa heshima na Mungu, ekiagera batigete kutwara gusika kwa Nyasaye, hawakuwa na adabu kwa Mungu. mbabwate gusika asomonene, Wakataka wale ambao wanaoyawaza yakafanyike, bagatakanga biri barengere iri bikorekane, mapenzi yao yatendeke, lakini ya Mungu yasitendeke. ogwanja kwabo gukorekane kwende kwa Nyasaye ngokorekana. Biblia inasema hivi, Biblia goteba hivi, Bwana aliwaajia watu hao, Nyasaye nigabwatukita abantu hao watu wake abantu abaye wawawe baitwe kwa upanga, asomoro, akaukasirikia sana urithi wake. akagecherigwa mono omwandoe, Watu walio na wa uzao wake, abantu barenga buruburu rwaye, watu walioitanishwa na yeye. abantu barangeretibwe amonere. Anasema hivi katika kitabu cha 2 Chronicles chapter number 7 verse 14, amangana y'ebiro ya kabere, kwamba ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu anya abantu barangeriwa serieta lyane, watanyenyekea wenyewe, baeke ibo kabanyene, waache njia zao mbaya, batike chinchera cyabo chinde, wanitafute bandigenje na waombe, nande basabe, nitasikiza maombi yao ninyale koigwa na nitaponya nchi yao nande nimbweni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo anasema watu wangu niliwaachilia, Biblia utenga abantu bane kababwatuka, yeyote atakayekutana na wao awamalize. onde bwensi okumerana na barabu abakore, Yeyote ambaye atakayekutana pamoja na wao aweze kuangamisha. onde bwensi okumerana na barabu abaite. Anasema mimi Mungu nikakasirikia urithi wangu sana, agateba nga ncho monene nkagecherigwa mono omwandone, kwa sababu walikataa kutii sauti yangu. asenge ncho nigo bangete koigwa eriogi ryane, Tunaishi katika kisasi, igo tokomenyete ase chingaki, watu hawana uoga tena na Mungu, abantu batali n'obwoba na Nyasaye. kwa sababu naona watu wanaiba kanisani, nakigekogera okora abantu bagotera ase kanisa, wanafunja nyumba, wanaiba vitu kutoka kanisa. nigo bakobuna chinyomba baibe ebinto korwe Ndio kanisa, sababu unaona watu, kwa sababu hawana adabu, esenge ncha abantu batali n'amasikani, wanaruzia viongozi wao viatu nigo bakorutera abarayi kwa sababu ya kukosa adhabu, asenge ncho babulirwa, sababu watu wamefunga masikio yao, hawataki kusikiza Mungu. kiagera abantu basiekira amatabo mataiti kumuyiga Kila Nyasaye. mtu anafanya vile anavyotaka, Kero yoma niga okora korengana munatagete, na kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba, na kwa sababu hiyo nikawaacha Biblia monene niga gotenga gisenge ncho yayu na abatigire wakaweze kuuawa kwa upanga. banyare goitwa asomoro. Jambo la 7 Yengana lya linapatikana katika Psalms 106 Zaburi 106 mstari wa 41. Zaburi 106, Psalms chapter number 106. Ukifika pale unaweza soma Zaburi 106, 106 Zaburi mstari wake mdogo wa 41. Biblia goteba nga akababeka asa amaboko y'abantu b'ebisaku erinda abantu abo babagechete bakaba bakobagambira. Ya, aliwaweka katika mikono ya watu wa mataifa, akababeka asa amaboko y'abantu b'ebisaku ili yao watu ambao wanaowachukia erinda abantu abo babagechete wawe ndio wanaowatawala. erinde babenga nabo bakubara. Tunapokosa kutii Mungu, ekero tokwanga kumuigwa Nyasaye, Mungu anaajiria maadui Nyasaye nigakubwatuka babisa watutawale sisi wenyewe, batokambere ntutweka abanyene, watawale mpaka watoto wetu, bagambere mpaka abana baitu, watawale pesa zetu, bagambere chibyasa chetu, watawale miradi yetu, bagambere amangana ito, wawe ndio wanatawala kila mahali. babenga nabo bakora kerase. Ni kwa sababu gani? Nasenge ncho Kwa sababu tumekosa kusikiza sauti ya Mungu. ekiagera twangire koigwa eriogi rya Nyasaye, Tukikosa kusikiza sauti ya Mungu, ekero twangire koigwa eriogi rya Nyasaye, inasema hivi, igegoteba iga atawakabidhi kwa mataifa. nigakubabeka asa abantu b'ebisaku, Mataifa mutakuwa wafanyikazi
wafungwa wa watu wa mataifa. Mwaba abantu basibire asa abantu bebisaku. Unatamani kufanya hili hauwezi kwa sababu uko chini ya uongozi wa mtu ambaye ni wa mataifa. Anasema atawakabidhi kwa mataifa na adui zao watawatawala. Halo. Halo. Bwana asifiwe. Tunapokosa kutii Mungu, sio Shetani. Mungu anatuchukua, anatukabidhi watu wa mataifa, tukandamishwe kwa mikono yao, watuchape kwa fimbo ya chuma, tuwaweze kututesa. Maana Waisraeli walipokuwa wanakosa kumtii Mungu, Mungu alikuwa anaajilia watu wa mataifa wanawachukua. Mara wanachukuliwa mateka Babylon, wanagandamishwa miaka na miaka kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya Bwana. Mama uliye hapa, mzee uliye kwa mkutano huu, vijana wetu wafurana kwa wasijana, tuangalie maisha yetu, kwamba tujue ni kwa nini tunapitia mambo haya. Tunapitia mambo haya labda kwa sababu tumekosa kusikia sauti ya Mungu. Amen. Amen. Hiyo inapatikana katika Psalms 106 verse 41. Zaburi 106. Wakati tunapokosa kusikiza sauti ya Mungu, Bwana atatukabidhi katika mikono ya adui ili waweze kututawala. Kitu cha tatu kuenda kumalizia. Wakati tunakosa kusikiza sauti ya Mungu na kufuata njia zake, Mungu anatuacha katika uchafu na kutokuwa na kukosa heshima na mipaka katika miili yetu. Na hiyo inapatikana katika Romans 1:24. Romans chapter number 1 verse 24. Nasema hivi, kwa hivyo Mungu akawaacha wafuate tamaa zao mbaya za mioyo yao katika uasherati, hata wakavunjiana heshima miili yao wao kwa wao. Biblia utangasa yunya saya akabatika asokogania okobe wechinkoro chiabo batunya nebo nyakagoika bakasalirania ogosika ase mebere yabo barabuo ase barabuo. Halo. Watu wakikosa kusikiza sauti ya Mungu, abantekero barange koigwerio girio manene. Sauti ya Mungu ikikosa kusikika miongoni mwa watu wake, hata kanisa inaweza kugeuka. Iwe ni kikundi cha watu wanakutana kufanya wazarati, iwe ni kikundi watu wanakutana kwa ajili ya kuabudu miungu. Sauti ya Mungu ikikosa kwa mkutano, unaweza kuwekewa sumu. Sauti ya Mungu ikikosa katika kanisa, watu hata katika nchi unaweza kupiga marisasi ovyo ovyo, kwa sababu sauti ya Mungu haisikiki tena. Watu wanafanya vile wanataka. Mahali tumesoma kitabu cha Romans, Biblia inasema kwamba kwa sababu hawakuhesabu kwamba ni vizuri kumjua Mungu na kufuata njia zake Bwana, Mungu akawaacha wafanye kila mmoja vile anataka. Mwenye anataka kukaa ndani ya kanisa akae. Halo. Halo. Bwana asifiwe. Amen.
Mwenye anataka kukaa ndani ya kanisa akae. Oyo otagete kobera ase nyomba y'omonene abere. Mwenye anataka kukaa nje ya geti akae. Oyo otagete kobera isiko y'ebisieri abero. Mwenye anataka kukaa huko kwa magari akae huko. Oyo otagete kobera ase chigari abero. Kila mtu afanye vile anavyotaka. Kero oyo makore bunaga netigokora. Na kila mtu akifanya vile anavyotaka. Na kero oyo mekera okora bunaga netigokora. Kutakosa mwelekeo. Nigo turaborwa mwelekeo. Familia zitaharibika. Si family nigo chigosareka. Kanisa itaharibika. Kanisa yasareka. Watu hawataelewana. Abantu mbako igwana. Kila mmoja anataka kufanya vile anavyotaka. Kiagera kero oyo mogaga netigokora. Nimekuja mchana wa leo kwa jina la Yesu. Na chiroma basolera sirita ya Yesu. Tusikize sauti ya Bwana. Toigweli ogirio monene. Tupokee baraka za Mungu. Tusikize sauti ya Bwana. Tupate uponyaji katika ndoa zetu. Tusikize sauti ya Bwana. Tukaweze kuinuliwa kiroho. Tusikize sauti ya Mungu. Tukaweze kuponya magonjwa ambayo yanaweza kutusumbua. Tusikize nawe sauti ya Mungu. Na kanisa libarikiwe katika jina la Yesu. Ayakorema ateramina. Oh, haleluya. Walikosa wao kusikiza sauti ya Mungu. Mungu anakuzungumzia fanya hivi. Nyasawo kwa nena gakoraiga. Unasema hapana. Wateba yaya. Hata kama tumeweza hata kama Mungu ametusamea makosa. Lakini tukikosa kutii sauti yake. Yeye ndio pilot wa kanisa. Tukifunga sauti yake. Ekera toko bungeri ogiria endi nyara koigwekana. Tokane ngantori koigwa manganaye. Tutaanza kuona vituko na sarakasi. Iko tutachaka korore vituko ebinge. Sababu Waisraeli walichaguliwa lakini baadaye tena kwa sababu ya kutotii wakakataliwa. Ekiagara Abaisraeli niko bachora tunaande senge choko taigwa bakanga. Waja nisome ya pili kumalizia. Tigansome ya kabere go chikokora. Nisome ya pili kumalizia hapa. Ya kabere go chikokora. Inasema hivi. Ngego teba iga. Hiyo inapatikana, hiyo ni Romans 1:24. Waligeuka wakawa kama ni wanawake hawataki kuolewa na wanaume. Wanawake kwa wanawake. Abasubati banyoma n'abasubati asaba subati. Mwanamume kwa mwanamume mwingine. Omo musacha so musacha onde. Hiyo ilifanyika katika kanisa ya Rumi. Ige ebimbi yakole kanisa ya Barumi. Kwa sababu waliona sio vizuri kusikiza sauti ya Mungu. Ekiagara baroche ngatari yako igweli ogirio manene. Nasema hivi. Gota ya baiga. Chambo la 9. Ingana lia kianda. Inapatikana katika Romans 1:26. Barumi ya memoronge ibere na isano nemo. Inasema namna gani? Gota ya banga. Kwa sababu hii Mungu aliwaacha. Hivyo vifungo vyote tumesoma vinasema kwa sababu hii Mungu aliwaacha. Ebibungo byansi toko soma bigo tanga singenche iyo Nyasaye akabatiga. Wavunjiane heshima kwa kufuata tamaa zao saibu. Hata wanawake wao wakabadili matumishi ya siri ya miili yao wakaitumia isivyo kushuhudiwa. Vivyo hivyo wanaume pia wakaiacha matumishi ya siri ya wanawake ya wanawake wakiana tamaa zao kwa wao. Ebine bunge bikongo nasomire. Hayo ni maneno magumu wamesoma. Lakini kwa sababu walimwacha Mungu. Lakini asenge nchoba motigete Nyasaye. Wakawa ni kama taa zimezimwa. Bakababu na chita achirimirie. Hawakujua tena mema ni gani waweze kuyafanya. Mbama yetenga ligi yandiriri nande balikole. Ikawa watu wanawakiana waume kwa waume. Abantu niko bale gwancha na musacha so musacha. Wanawake kwa wanawake. Amusubati asomo subati. Hiyo imekuja mpaka siku hizi pa mtumishi wa Mungu. Ebi byabere mpaka bano musombo Nyasaye. Naona kuna watu wanaunganisha mwanamume kwa mwanamke. Abantu bale bakubwata niyo musacha asomo. Maaskofu. Aba askofu. Anasema natangaza leo John. Na otebanga natangaza leo Yohana. Pamoja na Francis. Na Francis. Kuwa mume na mke. Kwa musacha no makungu.
kwa madhabahu. asa madhabahu goro Mungu atusamee Nyasaye atuabere kwa jina la Yesu Kristo. ase rieta rya Yesu Kristo. Ni vizuri kutii sauti ya Mungu. Igere buya kuigwa eriogirio manene Mambo mengi ambayo yanatusumbua amang'ana amanga yato cyane hata katika familia zetu nonya nase chifamili cheito haya nakufanya unakuja kanisani ayaho kora gwache kanisa unasikia kuna choto kanisani, kwa iunga libereranire kanisa kirudi nyumbani tena moto umeisha. kugoikanga nando umuriro uri bwerire Uko sawa leo, igore buya rero kesho mambo yamebadilika. maambia mang'ana ni gaonchoreretie Chunguze maisha yetu, igererio obugima torigererio obugima bwetu chunguze vile tunavyosikia sauti ya Mungu. torigererio ng'aki tokoigwa eriogirie Nyasaye. Hatujakuja kupumzika hapa, Ntoracha kotimoka ama hatujakuja kupoteza muda, ntoracha kokora chingaki hatujakuja kukaa hapa hivi tu mtoe sadaka, ntoracha ilinde tobera torua sadaka hatujakuja mtoe fungu zenu tu hivi, ntoracha torue chifungo cheito yalio hatujakuja mpange vile wachungaji wanakula baadaye tuende jehanamu. tobange mnabasomba bakoragera mwelio togenda Tumekuja tukiwa na lengo igo tuachire tore neke kuingia katika ule ufalme ujao, goso asoboruoti ufalme wa Mungu. oboruoti bwa Nyasaye. Wale watakaoingia katika ufalme huo bali baraso asoboruoti obo ni wale watakaotii sauti ya Bwana. mbali bakoigwa eriogirio manene Mbaya yeye ndiye mwenye kanisa. oyuole nero manyene kanisa Kwa jina la Yesu. aserieta rya Yesu Asifiwe. manene Yesaba. Kanisa ndio mpisha butari yana. Kanisa ene bwato manyene. Hii kanisa iko na mwenyewe. Manyene ga kweta kabeturi timori kere. Mwenyewe alidungwa mkuki kwa kifua. Asifiwe. Toigwe riogi yangu ya Nyasaye. Meri no igwete. Sikiza sauti ya Mungu. No taigwe yana nje. Igwe riogi ya Nyasaye. Hata usiposikia sauti ya bishop, sikia sauti ya Mungu. Haba kwa Yesu. Amen. Kategori riogi ya Nyasaye gaki. Wacha tusikie sauti ya Mungu tafadhali. Wacha tusikie sauti ya Bwana. Kategori riogi ya Nyasaye. Wacha tusikie sauti ya Mungu. Kategori manana, kategori ngaki Nyasaye gotatebi. Wacha tusikie venye Mungu anasema. Wakati Mungu anasema uko vibaya, kubali uko vibaya. Hapana, Mungu akizungumza anazungumza. Nyasaye kila kokwana okwanire. Na Mungu hutumia watu kuzungumza. Na Nyasaye gagotumeka mwanya abantu kokwanira. Bwana asifiwe. Amen. So walichaguliwa baadaye wakaangamishwa. Igo bachoretwe nande bagasirigwa bonse. Abantu abachoretwe abantu abachoretwe kurwa senseri yo busumba. Hao watu walichaguliwa kutoka nchi ya utumwa. Mungu akawasumbukia kabisa. Baadaye bakasirira abantu uwanzi barwete sense ya misi. Bakasirira kana bakasirira aseruru. Wale watu utatika Joshua na Caleb. Wale watu wote walitoka nchi ya Misri walikufia huko jangwani. Joshua na Caleb peke yake ndio walibaki. Na wale watoto waliozaliwa katika jangwa ndio waliweza kuingia katika nchi. Na wana baliba ibole tu aliaserora na uboka bachi. Lakini wale ambao walikuwa wanalalamika Kolende baliba alenge konya kuemuru. Wale waliona miujiza ya Mungu ikitendeka. Baliba roche bikone bya Nyasaye bigokoleka. Wale waliona vile Mungu anaweza kutengeneza njia ndani ya maji. Baliba roche bya Nyasaye koro isi enchera asenyanja. Wale waliokula mana katika jangwa. Baliba aliyete mana aseroro. Wakaangamishwa wote. Bagasiri kwa bonsi kwa sababu ya kutotii. Asenge nchobata igwerete eliogi. Sauti ya Mungu. Eliogi ya Nyasaye. Haijalishi uko na nguvu gani. Teriko bwati yangu rukio bwati. Uko na pesa gani. Pesa ikio bwati. Haijalishi wewe ni bishop ama ni pastor ama ni reverend ama ni archbishop. Sikiza sauti ya Mungu. Igweli ogiria Nyasaye. Katika jina la Yesu Kristo. Aserietaria Yesu Kristo. Sikiza sauti ya Mungu. Igweli ogiria Nyasaye. Familia zetu zitabarikiwa. Igora chifa ni sikiza sauti ya Mungu. Watoto wetu watakuwa baraka. Abana betu bakubuka sasa. Watabarikiwa mijini masambani. Igobanga sasa ni kwa sababu tumetii sauti ya Mungu. Ekiaga tu igweli ogiria Nyasaye. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Aserietaria Yesu Kristo Nazareti. Kwani ni mnomo banyomoke. Nimeongea kama nabii mdogo. Eliogiria Nyasaye. Tusikize sauti ya Mungu. Eliagareta barabia. Ili tuweze kuwa vizuri. Mungu alitaka kama wangetii. Igombo nena atatonya ndiriba igwera. Ukisoma mstari wa 13. Ekerongo somo mstari wa 13. Anasema kwamba maadui zao. Ayo tenga babisa babo. Ningepigana na wao. Niko nale kurwana na barabo. Kama wangemtii. Onye ndiriba mu igwera. Ningepigana na maadui zao. Niko nale kurwana na babisa babo. Ningewaondolea aibu. Niko nale kubarusirio bosoko. Ningeweza kuwafanya waweze kufaulu. Niko nale kubakora banyale komugwa. Ningewapatia vitu vyote vilivyo vyema. Niko nale kuba ibintu byose bile bia.
ningeshinda maadui zao. That is verse 13 and 14. niko nari kubuwa babisa babo. Mkono wangu ungekuwa kinyume na maadui zenu. Okoboko kwa niko kwa mamincha na babisa baino. Ni mkono wangu ama ningepigana pamoja na wale ambao wanaowachukia. Niko nari kurwana na bali babagechete. Na ningewabariki milele. Niko nari kubasese nikane na kale. Na anasema pia angeweza kupeana vitu vizuri vyote kwa Waisraeli. Niko nari kunyara kwenda n'ibintu byabuyonsi asaba Israeli. Na kuwatosheleza. Na ndaba isanekie. Na mambo yote na mangana onsi. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Amen. Bwana asifiwe. Mwanene saba. Bwana ligoro ganjiri etokoteba mina. Injili etokoteba mina ekenege nteke kongu. Hii ni mambo magumu kabisa. Hello. Hello. Bwana asifiwe. Amen. So inatakiwa tutii sauti ya nani? Ya Mungu. Igegwana tatu Ndio mambo yaweze kuwa vizuri kwetu. Elinda mangana anyale kwa jina la Yesu Kristo. Asereta Yesu. Tusimame sote juu. Totene tuansi. Tunapoenda kuomba. Ekero togo chiko saba. Neno hili ni upanga ukatao kuwili. No mwaro ko butora kabere. Linaweza kunikata. Ni abaliko na chanche. Linaweza kukukata wewe. Na abaliko kona chae. Tusikize sauti ya Mungu. Toigwe liogiria Nyasaye. Tangu uokoke. Korugwa tolegete. Ulikuwa unatembea vizuri. Iko kwa lego taarabia. Katika mambo ya Mungu. Asa mangana Nyasaye. Ulikuwa unatembea vizuri. Kwa lego taarabia. Unachangamkia kazi ya Bwana. Okoko kere mirimo ya Nyasaye. Tangu uokoke. Korugwa tolegete. Ulikuwa mbele. Niko kwa lenge moto. Kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu imeenda mbele. Korange mirimo ya Nyasaye agendelee. Ikafanyika kwako. Nkiko sekia kolekane taso. Ni nini ikasima moto ndani yako? Nkikia limetio moleraso. Ni nini ile ikasima moto hata sadaka utoi? Nkieke kia limedio moleraso. Ni nini ilisima moto mpaka hata funga utoi? Nkieke kia limedio. Kule vile ulikuwa unajitorea. Niko kwa le kwerua. Katika nyumba ya Bwana. Asemere mo ya Nyasaye. Ulikuwa unajitorea kwa sababu ya Mungu. Niko kwerua ta sengecho ya Nyasaye. Nini ikakusuia? Nkieke kia go. Umerudi nyuma. Kwa iranire maega. Sikiza sauti ya Bwana katika mjana huu. Tukaweze kuitikia mwito wa Bwana. Tujue kwamba hata kama tumechaguliwa, tukikosa kutii sauti ya Mungu na kutenda mapenzi yake, tunaweza kukataliwa na kutupiliwa mbali. Hivyo katika mjana huu, tukiwa katika hiyo hali, ukiwa umefunga macho yako, nikitaka kuomba pamoja na wewe katika mjana huu. Fikiria maisha yako. Angalia moyo wako. Uko vile ulianza. Uko vile ulianza. Ama kuna vitu vimeweza kukupeleka mpaka umekosa kusikiza sauti ya watu ya Mungu, unasikiza sauti ya wanadamu. Sikiza sauti ya Mungu na utaenda mbali. Tusikize sauti ya Mungu tuweze kuenda mbali katika jina la Yesu. So tukiwa katika hiyo hali, kwa njia moja ama nyingine, nasema unahitaji maombi. Majaribu yapo, tunaweza kuanguka, lakini tunaweza kusimama tena. Tunaweza kusikiza tena sauti ya Mungu. Tunaweza kufanya tena vizuri zaidi hata kuliko tunafanya kwanza. Tutakaposikiza mwelekeo wa Mungu katika maisha yetu. Kama unataka maombi, uinue mkono wako juu. Tuombe pamoja kwa jina la Yesu. Unataka usikize sauti ya Mungu. Usisikize sauti za wanadamu. Sitakufunja moyo. Za wanadamu zitakufanya urudi nyuma. Za wanadamu zitakufanya uhangaike. Za wanadamu zitakufanya ukose baraka za Mungu. Lakini ukiweza kutii sauti ya Mungu, Bwana atakutenda mema. Asante kwa wale ambao mmeinua mikono yenu juu. Bwana wabariki. Niweni kabisa hivi kwenda juu. Bwana anakuona. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Muumba mbingu na nchi. Unatujua na unatuelewa vizuri. Mahali ambapo tumekosa kutii sauti yako, tunafanya maneno yetu
tunafanya maneno yetu, twakora yara yaitu, tunafanya mipango yetu bila wewe, twakora mipangilio yaitu butaiyaye, tunajipanga bila kupangwa na wewe, tukwibanga tutariko bangwa naye, tunaomba msamaha. twasabira okwabira. Bwana utusamehe. Omaneno otwabire Kama vile wale wana wa manabii buna abana baba bani waliweza kumwambia mtumishi wa Mungu Elisha kwamba uenende pamoja nasi, bako ba motetio musombo Elisha nga onyale gutara mo, uende pamoja nasi, bila wewe hatuendi. oyenda mone intuko tatiga yote yonto. Tunaomba Bwana uenende pamoja nasi, twasabire nga Nyasaye otara mo, tunapotoka jini tukipanda kuja juu, ekere tukunya korunse tugutira guchigoro, uenende pamoja nasi. onyale gutara mo, Tunapobarikiwa katika familia zetu, ekere tugende tiko seseni gwase Bwana chifamili chetu, sauti yako isikike katika familia omonene zetu. liogiria uliwe kana se chifamili chetu, Tunapoinuliwa na kuajiliwa, ekere tokoimokelirwa biashara inapopanuka, ekere vyema onchoreri watoto wetu wanapobarikiwa kuoa na kuoana, kera abana baitu bagende tiko seseni tunapoendelea kuinuliwa katika njia zote, ekere tugende tokoimokelirwa na yale mambo ambayo yanasababisha tukaweze kuwa na furaha katika maisha, namangana ali akogera toko Bwana uweze kuenenda pamoja nasi omonene onyale gutara katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kinaweza kufanya tusikize sauti yako, kende gyo sigeko garanto igweli ogirao, tunakikemea kwa jina la Yesu kikatuondokee. twage kanyira serie tare Bwana ukatubariki na ukatutende omonene mema. oto seseni na noto Bariki wazee, bariki wa mama, seseni abangi, bariki vijana walio hapa, bariki watu wote walio ndani ya nyumba hili. seseni abaruwene n'abantu bonse barema, Tusikize sauti yako Bwana, onyale ko igweli ogirao, maana wengi waliosikiza sauti yako kiagira abange baigweli ogirao, uliwafanikisha na wakabarikiwa. niko kwabo ikera Nasi Bwana tukaweze kuwa sehemu ya hao na tuto bensemo yabo waliosikiza sauti yako, aba baigwete liogirao, wakaweze kubarikiwa na kuinuliwa, bagaseseni wana na sisi kwa pia ukaweze kutubariki Bwana. na intu onyale go toimoke, Walio wagonjwa katikati yetu abale abaruira se katika wapate miujiza yao ya uponyaji, walio na shida mbalimbali Bwana ukaweze kuwasaidia, onyale ko bakora, wale ambao wamelia majosi mpaka wamechoka bali bale lina maliga mpaka wafute majosi kwa jina la Yesu. Waliokosa tumaini hata wanasikia kuaja kanisa, naomba wapatie nguvu mpya, tusamee makosa yetu kama kanisa, tukakubalike majoni pako, sauti yako isikike miongoni mwetu, tusikize mwelekeo wako, tujue majira na nyakati tunapotembelewa na wewe, tuone ukuu wako na nguvu zako katika jina la Yesu wa Nazareti. Asante kwa wema wako, umetukuka na umeinuliwa milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. 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 Bwana wabariki sana. Hebu na tuketi kwa jina la Yesu Kristo ili tukaweze kubarikiwa tena katika kipindi kingine ambayo tunaenda kuingia. Amen. Tunaenda kuingia katika kipindi cha meza ya Bwana. Hivyo tukiwa katika hiyo hali, ningependa kusema kwamba uko katika ndani ya mkutano, haujabatishwa na umejiunga pamoja nasi na ungependa kubatishwa, hebu nione mkono juu. Wale maoso mkutano turabatiswa imokia kwa bako igorege aya moria kayo ndale oyo ndo lialia oyo ndo kayale wale hawajabatishwa. Amen. Kwa hivyo natangaza kwamba Jumapili ijayo tutakuwa na darasa la upatisho katika ofisi ya Bishop. So karibu sana pale tuweze kushiriki, kujifundisha kidogo, alafu baadaye ndio tuweze kuwa na upatisho. Hatuwezi kwenda mbali, tutafanya upatisho haraka, alafu ndio niendelee kuwafundisha na itakuwa vizuri katika jina la Yesu Kristo. Unapobatishwa unapata nafasi ya kushiriki katika meza ya Bwana. Unapata nafasi ya kushiriki katika meza ya Bwana. Na pia kuna wale ambao wamebatishwa lakini kwa njia moja ama nyingine wakawa hawashiriki katika meza ya Bwana. Niliwaambia kwamba Mungu ni wa huruma. Tutakapokuwa waaminifu, tuombe msamaha kwake, yeye ni mwaminifu, atatusamehe makosa yetu na aturuhusu tukaweze kushiriki katika meza ya Bwana. Maana kama haushiriki katika meza ya Bwana, hauna uhusiano pamoja na Mungu. Yesu alisema kwamba fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka. So yangu iko hapa Deacon. Yeah. Wale tunasaidiana na wao, tafadhali kujeni mbele. Na kama wewe ni mtu wa kupeana mesa, tafadhali kuja. Tusiwe tunakupembeleza sana.
unakuja tu kwa sababu uliombewa kwa ajili ya hiyo. Uliombewa kwa ajili ya hiyo. Na wale ambao mnapewa nguo mnakataa. Kuna wengine wanapewa nguo anasema hapana. Kama umepewa nguo ya upatiso, unafalia kufanya upatiso, hebu kuja tusaidiane. Hii ni kazi ya Mungu. Jesus. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Meza yetu huwa tunafanya haraka sana, hatuchukui muda. Kwa hivyo sioni vizuri watu wanapoenda. Hatuchukui muda, tunachukua 10 minutes tumemaliza. Kwa hivyo hata kama ushiriki hakuna haja ya kutoka. Hakuna haja ya kutoka, ni vizuri ukae ndani. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Tunapoenda kushiriki katika meza ya Bwana, tunaomba uwe pamoja nasi. Tufunike na damu ya Kristo, katuonekanie Bwana, ukabariki kila mmoja ambaye ataenda kushiriki katika ibada hii. Wale ambao tunasaidiana pamoja na wao, wabariki, wafunike na damu ya Kristo. Kama vile ulivyosema kwamba fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka, hivyo ndivyo ninaomba kwamba tunaposhiriki tuwe tunakumbuka mateso uliyopitia kwa ajili yetu. Vile uliweza kuonyesha upendo mwingi msalabani na haukuweza kukataa kupigwa mijeledi, kutemewa mate, hata kupigwa mikuki na hata kuwekewa kofia ya mwiba. Ulikubaliana ili tukaweze kuokolewa. Na tunaomba kwamba tunaposhiriki Bwana, kupitia ibada hii, fanya kitu katika maisha yetu. Fanya mabadiliko. Rekebisha vile ambavyo haviko sawa. Bwana wa majeshi, kupitia ushirika huu tusamee makosa yetu Bwana. Ukaweze kutusimamisha tena, tukawe na nguvu mpya. Walio wagonjwa hata katika kushiriki meza ya Bwana wakapate uponyaji wao. Wale ambao Bwana wamekosa tumaini pamoja na wewe, wawe na tumaini katika wewe, maana katika wewe kuna baraka za ajabu. Jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana wewe ni mwema. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. So nataka tuweze kuomba ama tuende kusoma neno, alafu baadaye tunaenda kushiriki. Nimewahi kuambia kwamba meza ya Bwana ni jambo lilo takatifu. Tunapoingia katika meza ya Bwana inastahili tukaweze kuingia kwa heshima zote. Kama hujabatishwa, haujaruhusiwa kushiriki meza ya Bwana. Na pia kama uko na kikwazo fulani, unaona kwamba unataka usauli, haujajua ufanye namna gani, pia unaweza kutafuta nafasi ukutane pamoja na watumishi wa Mungu,
Tusungumuze, na tutakapozungumza suluhisho litapatikana, alafu baadaye utaendelea kushiriki katika meza ya Bwana. So tunachioji sisi wenyewe, kama kuna makosa yamefanyika, unaomba msamaha, Mungu akaweze kukusamehe, na kisha baadaye tushiriki katika meza ya Bwana. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo mlango wa 26, usome mstari wake wa 26. Waja nianzie mstari wa 23. Inasema hivi, waja nianzie mstari wa 20. Ilipofika jioni, Yesu alikuwa ameketi mezani pamoja na wale wanafunzi wake 12. Nao walipokuwa wakila, Yesu akasema, amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja baada ya mwingine, je, ni mimi Bwana? Yesu akawaambia, yule aliyechovya mkono wake katika bakuli pamoja nami ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu anaenda zake kama vile alivyoandikiwa. Nasema hivi, lakini ole wake mtu yule amsalitie Mwana wa Adamu. Ingelikuwa heri kwake mtu huyo kama hangezaliwa. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti akasema, je, ni mimi Rabi? Yesu akajibu, naam, wewe mwenyewe umesema. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wanafunzi wake, akisema, twaeni mule, huu ndiyo mwili wangu. Kisha akakitua kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini ninawaambia, tangu sasa sitakunywa tena katika uzao huu wa mzabibu hadi siku ile nitakapounywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Amen. So tumesikiza Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake waweze kukutana ama watafute mahali ambapo anaweza kufanya Pasaka pamoja na wao ama kula pamoja na wao. Na walipopata, alipokuwa ameketi, akawaambia kwamba mwana wa Mungu anaenda zake, lakini ole wake yule ambaye atakayemsaliti mwana wa Mungu. Na kwenda jini tunaona akipeana mwili wake, akipeana damu yake kwa kila mwanafunzi aweze kunywa ama aweze kula, ili kwa ajili ya kukumbuka mateso yake Kristo Yesu. Kwa hivyo tunapoenda kushiriki, naomba kwamba Bwana akatubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama vile ulivyochukua mkate ukauvunja ambaye ni mwili wako, tumechukua mkate huu wa kawaida ambaye Bwana tumeuombea, sasa ni mwili wako. Tunaposhiriki tunakumbuka mateso uliyoyapata, maana haikuwa rahisi. Uliweza kuteshwa tuweze kuwa na uzima. Ukabariki kila mmoja, uinue kila mmoja ambaye anaenda kushiriki katika ibada hii kupitia ushirika huu wa mwili wako. Tuwe Bwana na ushirika pamoja na wewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema.
Biblia inasema kwamba tena akachukua kikombe akakibariki, na kisha baadaye akaweza kuambia, jukueni munywe, maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kuondolewa na dhambi. Baba, nakushukuru kwa sababu ya damu yako iliyomwagika ili kwamba tukapate ondoleo la dhambi. Tunaposhiriki ama tunapokunywa kupitia kwa kikombe hiki, Bwana, ukaweze kuondoa kila uchafu na kila ubaya ndani ya maisha yetu, ili tuweze kutakazika na tukaweze kuwa, Bwana, chini ya neema yako kwa mambo mema ambayo unaenda kututendea. Ukabariki damu hii na wote watakaoshiriki ukawabariki, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Inanena mema, 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 inanena mema.
yote
katika hiyo hali, labda ulikuwa unataka uweze kupokea mwili wa Yesu pamoja na damu yake, ukapitwa, unaweza kuinua mkono wako juu, ni watume waje hapa. Amen. Ni kama wote tumepokea, naomba Bwana akaweze kutubariki. Pastor Sira, njoo utuombee kumaliza ibada hii ya meza ya Bwana na pia kumaliza mkutano. Hebu na tukasimame sote juu. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, Baba wetu, nimesema ni asante kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa maisha yetu. Asante kwa sababu umekuwa nasi tangu asubuhi tulikoingia ndani ya nyumba yako. Tumebarikiwa na nyimbo ambazo zimeimbwa mahali hapa. Tumebarikiwa na matangazo. Zaidi ya yote tumebarikiwa na neno lako. Asante kwa sababu tumesimama na miguu yetu. Ninasema ni asante kwa kila jambo ambalo limetendeka. Watu wako watakapotoka ndani ya nyumba hii, naombea baraka nyingi kwa kila mmoja. Baba, wanaposafiri na miguu, wengine wanapotembea na pikipiki na miguu na magari, naomba Roho wako Mtakatifu ukaongoze. Wiki mzima ukawalinde, mwezi mzima ukawalinde, mwaka huu mzima ukatembee pamoja nasi. Uendelee kutuinua kwa sababu wewe ni Bwana. Uendelee kukutana na mahitaji yetu kwa sababu wewe ni Mungu. Walio wagonjwa ukawaponya kupitia kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za muovu tunazigandamiza kupitia kwa jina la uwezo wa mamlaka yako. Neno lako liinuliwe na neno lako lipewe sifa. Ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Amen, amen. Tumemalizia hapa. Kaka, sijui kama utatembeza watu mission juu ama? Hebu weka waone mahali tumefikia. Nyumba pale juu imeenda katika viwango vikubwa, ni kama tumemaliza. Kitu imebaki ni kiti pamoja na kitanda. So wiki hii tuko na challenge ya kupata kiti na Mungu akitusaidia tunataka tupate kiti ya 50,000 ama 45. Kiti ni pesa ngapi kaka? 45. Kama ulikuwa hujatoa sadaka unaweza kutoa kama vile madam amekuja nayo hapa hivi. So wiki hii tunatumainia Mungu akugusa, niguze tupate kiti tafadhali. Abangina mwatara iguru mwabe kachi weka ngabangine vitambaa vilivyo bareze kidirisa. Weka hiyo vitambaa, hakikisha kwamba kuna wazee, muhakikishe kwamba kuna kitanda, kuna TV hapo. Wana yombeje si hapa iloko ngonganya tergocho. Amen. Bwana wabariki sana. Mkipata nafasi tembea juu. Mtembea juu. Asitoko weka tikoti ya beide. Asitoko sibiri gare tayari. Asabangi na bako asariyo bukuma are boronge. Esinki gere biya. So mama direct tabono kazi kwako. Amen. Bwana wabariki sana. Otigana araba. Kwa bekire. Igabu nkijani. Egine kijani kira kwa maji na aroro. Ejubanera ari atasani. Moroje kuna dasani pale juu. Abuna ari sitoko wajebi intonza ari sema zeria inse ya erete. Kerege ntokia beire. Nande toiro koja sande. Igabu na message yigoro bano. Abundo jena message yigoro. Message yigoro abo ariana kia. Igabu tuachire ko chabune ine sinki. Yaro setigwe kaera igere choncho. Ekobori nganga ya bintu bire bisibigwe. Yabu. Bitonga ibigo sebeli kugabu. Santeni sana. Toka ndio moyo naende. Toka ndio moyo naende tuende upande mwingine. Ine kijani kioka. Bali motara sawa ni motamanya. Hiyo ni kijani tu. Hiyo ni kijani tu. Tuende. Nkayari se togo isibeli kayare kaka. Pale kwenye tuna ekine kitachioka taigoro. Ekine kitachioka taigoro. Wabugo chie rumu moino. Ine rumu ase mwesiko byako bera.
igari ne bathroom igabugo chabwo igora go ta moino ta ye go ka igoro zikigo je wardrobe moina abwo ndio hiyo astoko beka chigoti ya yabwo chituve chikobe kugo chigora aria chigoti chiberema nzana astoko bisabi ntonsa iga. Sinaona hiyo maneno imekuwa vizuri. Kaji alitogwe sawa nerororo sitabantu bagweziberi megose toweje kumenya se nyombe togwezibi gotayo kia busoke tari go yakwa. Amen. So arina stogweziberia amakoko ne maino twarasa ake kerore ngana irie mira ne kana iriari na boko beka amaje ngoite kare amaje nararia. Tukimaliza kutoka hapo tuasoire maria echo yere tayari ntora sibibu yanse ntora sibize ngo sibigwere mambi aria igora maje gago itaka korugora maje are ngago samba maje gago samba korugoro. So ndio hiyo hapo yogocha gocha na rejo kinega ntoke gwakia maje gago samba morero na wakaenda abana igori waise kwesibi. So hapo ndio tumefikia